kwa Mchina, Margaret Nekesa, also known as Auntie Nkoya, the late Rhoda Makoha, the late Julius Mwaiti, the late Esther Naliaka, the late Anne Mwenje, Jerida Bakoya, the late Samuel Muchina, the late Paul Mandela, and finally, the late Musa Injendi. Education. Honorable Malulu Injendi started his academic journey in 1974 at Lugusi Primary School, where despite his humble upbringing, he established himself as a formidable academic giant, excelling in his CPE exams. During his primary education to Manguriro for a 2-year stint, he joined Mukumu Boys for his O-levels in the year 1982 to 1985, where he excelled and later joined St. Peter's Boys High School, Mumias, for his A-levels for 2 years. In 1988, he joined the Egerton University, where he pursued a Bachelor of Arts, Economics, and Sociology. At the university, his vivacious spirit, sharp humor, and unwavering integrity earned him a cherished place among friends and peers. After graduating from Egerton University in 1991, Moses Injendi proceeded to the University of Nairobi for a master's degree in sociology. Family life. Honorable Malulu Injendi met the love of his life, Betty Banis Musonye, the daughter of Adrian Musonye and Mary Musonye in 1988. They celebrated their cheerleader. His life at home reflected the values he championed in his professional and public life. Mr. and Mrs. Malulu were blessed with 4 children: Ryan Injendi Malulu, Melvin Shalo Malulu, Arnold Kuloba Malulu, and Adrian Musonye Malulu. He has left behind 2 daughters-in-law, Dorothy Chao and Margaret Wambui. He was blessed with 4 grandchildren: Javaya Daria, Gabriel Malulu, Giovanni Malulu, and Zalia Katiala. Employment history. Honorable Malulu Injendi started his life career in 1986 as an untrained teacher at Lugusi Secondary School, where he taught for 2 years before joining university. He also volunteered into casual work in Nairobi's industrial area before securing a job opportunity at Catholic University of Eastern Africa, commonly known as CUER, as a lecturer in 1996. He worked diligently and rose through the ranks to the position of university registrar in the year 2001. He worked as the university registrar for 9 years before resigning to pursue his political ambition. Thus, his political journey ensued. Other than his position in the university, his devotion to the Catholic Church was evident through his contributions to the church, and at some point held various positions in the church, both in Nairobi and Malava, including being chairman at St. Charles Luanga Catholic Church in Koroi. He was equally a Parents Teachers Association member at St. Peter's Boys Primary School, Mumias, and a Board of Management member at Lugusi Secondary School, where his experience was highly used. As an astute academician and philanthropist, Honorable Malulu Injendi made so much contribution
to the education sector in various capacities, and it is against this backdrop that he decided to join politics and impact a wider space with expertise and love for the people. Adrian. Political career. His idea and desire for politics started in 2002 when he was inspired by the then Vice Rector of the Catholic University of Eastern Africa, who noticed his managerial leadership skills and desire to assist the less privileged. He officially started his political career in 2010 as a member of CAFASO, whose focus was to unite the Kabaras people in Nairobi and major towns. He then joined various political parties, including Orange Democratic Movement, ODM, and United Democratic Forum, UDF. In 2013, he was successfully elected as the Malava Constituency Member of Parliament on a little-known Maendeleo Democratic Party, MDP. His hard work, gentlemanly demeanor, and people-centered approach to development issues got him re-elected in 2017 under the Jubilee Party with a landslide win despite the ODM wave. In 2022, he successfully defended his seat on the Amani National Congress Party ANC ticket under Kenya Kwanza coalition. As a member of parliament for the last 12 years, Honorable Malulu Injendi has contributed immensely to the national government, county government, and constituency level development and politics. He has been instrumental in advocating for key legislations and policies geared towards the improvement of quality of life, infrastructure development, and good governance. His main focus in Malava was on education to empower young people and families. He spearheaded fair and equitable disbursement of National Government Constituency Development Fund. He oversaw construction of several primary, secondary, and colleges. He championed welfare of farmers through purchase of dairy plants, aggregation, agitating for better and timely pay for cane farmers. His love for Malava people saw him stand with them during the bereavements. He never chose where to go. He treated the bereaved equally and supported them financially. Honorable Moses Malulu Injendi in various committees, including cohesion, regional integration, labor, transport, parliamentary, broadcasting and library, and the education committee, where he served as vice chairman until his demise. Development record. Honorable Moses Malulu Injendi clearly set out a trio-pronged development agenda upon his election as Member of Parliament. Number one was education. He set out to improve the academic performance through improved mean grades at both KCPE and KCSE. Widen the bursary allocation, leading to scrapping off of Harambes in schools. He expanded school infrastructure through construction of classrooms, hostels, laboratories, administration blocks, Kenya Medical Training College, KMTC, Malava campus, buses for several education institutions. He elevated Shamberere Polytechnic to a national polytechnic. Number two, development infrastructure. He steered the construction of the first tarmac road in Malava, the Ikoli Malava Road. Through him, a record of 23 river bridges were constructed and several kilometers of feeder roads. Constructed chief's office across the constituency and spearheaded the division of Malava into 2 sub-counties, the new sub-county offices underway. Number 3, socio-economic welfare. Honorable Malulu assisted his people to form socio-economic schemes and was a regular visitor in the table banking Harambes. Apart from spearheading establishing CAFASO,
a premier welfare association, he was in the process of establishing a Malava Development Foundation just before he fell sick. He equally empowered women and men in their small businesses by purchasing sew machines, salon equipments, and helping boda operators to acquire motorcycles. Honorable Malulu spearheaded community health programs by visiting the sick and supporting them offset bills by buying medication as well as food. He supported youth empowerment through Digital Hub, which is underway. Honorable Malulu's empathetic heart saw him construct several houses for the less privileged in the constituency under the shelter program. Health. Honorable Malulu started showing symptoms of being unwell in early December 2024. He sought medical attention at Nairobi West Hospital on the 9th of December 2024, where he was diagnosed with fatigue after a full body checkup. He was advised to rest and allow his body to recover given his busy schedule. His health situation continued to deteriorate further after the one-week work-related trip to Saudi Arabia between 16th to 22nd of December. On the 12th of January 2025, Honorable Malulu Injendi visited Nairobi Hospital where he was diagnosed with severe malaria and was admitted. He received malaria treatment for 4 days with no improvement, prompting the doctors to run further tests. He was then diagnosed with severe multiple organ bacteria infection. During his treatment, Honorable Malulu collapsed on the 17th of January 2025 and was rushed to the intensive care unit where he received specialized care. On the 20th of January 2025, 1 week after treatment at Nairobi Hospital, the family decided to transfer him. The family decided to transfer him. Honorable Malulu was transferred to Aga Khan University Hospital for further treatment. On the 21st of January 2025, Malulu Injendi had a cardiac arrest at 6 p.m. and was successfully resuscitated, after which he was artificially induced into a coma by the doctors as part of his treatment. Honorable Malulu Injendi's condition improved day by day for the 4 weeks he was at Aga Khan Hospital, despite his coma state. Despite Honorable Malulu's condition improving on the 17th of February, his condition rapidly worsened, causing multiple organ failure, which led to cardiac arrest and his final demise at 5:40 p.m. Thank you. Tusimame wote for the prayer of commendation. Leo tunamsindikisha huyu ndugu yetu katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu Moses katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele.
Kwa heshima tena sote tuketi. Tungependa kwa nafasi kushukuru Baba Askofu Joseph Obanyisagwe kutuongoza kwa misa ya leo, na unapoelekea katika msafara wa kuweza kuondoa nguo za misa, ningependa kumpisha Bwana Gitonga aweze kutuendeleza ratiba inayofuata. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, nikubalie kwa nafasi hii kwa heshima niweze kumuita Mama Betty Banis Msonye na mtoto wake Ryan waje waomboleze kwa heshima. Mama Betty. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, Right Honorable Speaker wa National Assembly, Speaker wa Senate, Majority Leaders wote na waheshimiwa wote na wabunge wote na wana Malava, habari zenu? Mlembe cho mheshimiwa, mlimoyo, musangari. Asante sana. Sasa ule aliyelala hapa anaitwa Malulu Injendi, na mimi naitwa Injendi wa Malulu. Sasa unaona majina mzee alikuwa mjanja kidogo, akabadilisha majina hivi kidogo kidogo ndio mambo yende sawa. So kabla niongee sana ama acha niongee alafu niache mama malize. Ningependa kusema hivi, mheshimiwa alikuwa mtu mkarimu, alikuwa mtu mpole tangu tumjue kama baba. Ukiona kwa hii kitabu kuna page 13, kuna picha moja hapo tuko familia. Hiyo page 13 hiyo, huwezi amini mheshimiwa alikuwa registrar wa university, alikuwa mtu mkubwa kabisa. Lakini tulikuwa nakaa kwa nyumba mabati. Tulikuja kugundua baadaye kumbe jamaa alikuwa mtu mkubwa, alikuwa ni mtu ana uwezo mkubwa sana. Lakini kwa hiyo nyumba mabati tulikaa karibu miaka ngapi? Miaka karibu 5. Kwa hiyo nyumba mabati alikuwa registrar. Unajua alikuwa registrar 9 years. But of the 9 years, 5 years in a Mabati house in Nairobi. So you can imagine how humble this guy was, how the kind of humility he had. Mheshimiwa tukiendelea naye katika safari yake, alikuwa mtu ambaye hangeweza ku risk. He was not a risk taker in his life. Alikuwa ni mtu ambaye mambo yake ni kufanya polepole. Alikuwa ni mtu ambaye hangekuwa na uchungu mingi ama haraka kufanya maneno. The only time he risked in life, naweza sema kama mtoto wake, ni ile wakati alianza siasa. Kwa sababu hiyo wakati alipoanza siasa, alirisk everything in his life for the purposes of helping the people of Malava. Kwa sababu alikuwa analipa basari kwa mfuko yake tu, alikuwa ita Malulu basari. Anasaidia wanafunzi ambao hawajiwezi, ambao hawana pesa. Anatoka mshahara yake, anatoa standing order ile kwa bank iende kwa watoto wasome. Akaona hii inaniuma, lakini ni sawa, acha nisaidie juu pia mimi nilisaidiwa nikisoma. So hivyo ndo safari yake kwanza kuwa mheshimiwa ikaanza. Akaona ili nikuwe mheshimiwa nisaidie watu wengi badala kusaidia watu wachache familia kidogo. Hapo ndo akaanza safari, na nawaambia mheshimiwa alipoanza safari ya mheshimiwa, akianza safari ya kutembea, mimi nilikuwa mtoka mkono, kwa sababu alikuwa anashinda huko nyumbani kuongea hapa kule, wa mama, wazee, vijana, majenzi. Lakini huko Nairobi mimi nilikuwa mtu wa kusaini, uza hii shamba, uza hii nyumba, ndio kwa sababu kuweza kupata pesa ya kumsaidia kisiasa. So tunasema mheshimiwa alijinyima sana na kaingia kwa siasa, na kupitia kuingia kwa siasa tulianza kuona matunda kama familia. Kwa vile alikuwa anakuja huko nyumbani, akifanya mkutano ilikuwa mzuri sana. Akikuja Nairobi unapata amenunulia mama gari, kwa sababu nyumbani mmemlinda vizuri, mmempokea vizuri na amefanya kazi vizuri. Mheshimiwa pia tukiendelea na hii mambo yake ya siasa, amefanya mambo mingi sana hapa Malava. Mheshimiwa akiingia sasa alikuwa anapenda sana mambo ya masomo. Na masomo ilikuwa kitu ya kwanza kwa akili yake. Na kupitia hii masomo mheshimiwa aliweza kuondoa mambo ya harambee kwa shule. Naomba mbola harambee bandu Malava. Harambee huku Malava nawaambia hakunanga harambee kwa mashule. Alifanya basari ikakuwa kwa kila mtu. Kitambo basari ilikuwa kwa watu wachache tu, wale ambao wanajuana na mheshimiwa wanapata kidogo wanaandikiwa. Lakini mheshimiwa alifanya ikakuwa kwa kila mtu, hata kama ni kidogo, kila mtu alikuwa anapata.
Kitu kingine mheshimiwa aliweza kupitia masomo KE Shamberere TTI akaifanya ikakuwa Shamberere Polytechnic. Na nakumbuka mheshimiwa rais ulipokuwa hapa wakati wa uzinduzi wa maji uliahidi mheshimiwa utamtenzea hostel huko Shamberere. Naomba kwa heshima na kwa upole kabisa kama unaweza ile promise ya mheshimiwa wakati ulikuwa unazindua maji pale, ile hostel za ukiwapatia itakuwa sawa kwa vile mheshimiwa alipenda sana masomo. Pia huko Shamberere pia alikuwa ameahidi bus Februari. Just imagine ameahidi watu bus, alafu Februari mambo inamshika, anaendelea kuwa mgonjwa na kisha mambo ikampata. Same mheshimiwa kwa vile kupenda masomo alipromise Shamberere pia an electrical engineering workshop which alikuwa anataka kufanya kwa njia yake ya kuwa mtu wa kamati education, kuwa rafiki ya mawaziri, kuwa rafiki ya rais. Angetengeneza hiyo electrical engineering workshop huu mwaka, na hiyo ni mambo ambayo hakufanya. Mheshimiwa pia katika hii hali yake ya kukua hapa katika kiti chake alipenda sana Malava, kataka kuwa na mwangaza. Last mile ilikuwa imeanza tena. Designs zilikuwa zishakuwa approved last year August. Hii mwaka January approval for connection ya 52 transformers ilikuwa ishafanywa. So hii approval ilikuwa inangoja mheshimiwa pia akishatoka hospitali akuje tuanze kuona iende hivi watu karibu 15,000 households to get stima. Mimi nilikuwa mmoja wao, niko na kanyumba pale mahali sina stima. Na mheshimiwa alikuwa anajinyima, anaona ile siwezi yeketi yangu kwanza kama watu wengine hajapata. Alipenda Malava hivyo sana. So tunaomba tu kwamba rais, hii mambo mheshimiwa kwa amepanga kwa wananchi wa Malava iendelee. Kitu kingine ya kumalia nikiendelea tu kwa hii mambo ya mheshimiwa ambaye amefanya na nataka tu iendelee kufanya, tuko ndani ya serikali, tuendelee kuwa ndani ya serikali, ni mambo ya sub county. Malava ni constituency, the largest constituency in Kakamega County. Mheshimiwa kupitia kwa hii mambo yake hapa kule na upole wake na Rosari, aliweza kuongea na wakubwa wa serikali. Malava imekuwa divided into sub counties, Kabaras East, Kabaras West. So these sub counties hata kushimishwa kianzisha hii nini angeamua kusema Malava East, Malava West, lakini kwa vile alipenda Kabaras na akasema Kabaras wote wafaa kwa map ya Kenya, akaita Kabaras East, Kabaras West. Sasa maybe IBC kiendelea maybe bagawanye hii Kakamega itakuwa hii Malava itakuwa Kabaras West, Kabaras East. Mambo ya Malava tutasahau kidogo tukienda mbele. Ili kwa maono ya mheshimiwa tukiongea naye pole kwa ofisi. So mheshimiwa pia kitu ambacho alikuwa anasema mheshimiwa sana kwa maisha yake ilikuwa barabara. Na najua unapenda barabara sana. Tunashukuru sana kwa barabara kutoka Ikoli kwenda Malava. Tunashukuru, tunaiona sasa lami ni barabara ya kwanza vile amesema kwa kitabu, ni barabara ya kwanza lami kuja Malava kupitia kwa mheshimiwa. Lakini barabara ile kali kabisa ni hiyo ambayo iko na watu wengi kabisa, watu ambao wako na kelele mingi, ile barabara kutoka Malava kwenda Ikoli. Mheshimiwa rais najua ilikuwa na tenda, mheshimiwa alikuwa hospitali, hiyo tenda ikitolewa, na tunaomba kuwa mheshimiwa kwa mapenzi ya huyu baba yetu mheshimiwa Malulu Injendi, tafadhali hiyo barabara iangalie. Na bila kusahau mheshimiwa alijipenda sana in a way that alifikiria watu wengine wa mbali, hakujifikiria mwenyewe karibu. Alikuwa anaona mbali, yani anaona ikisaidia wa mbali itakuwa karibu watakuwa wanapata kidogo. Hasa ile mheshimiwa ile nakuomba kabisa ile kali kabisa ni hii barabara yetu ya Lugusi Junction. Hii barabara usione hivi. Mheshimiwa rais, hii barabara ya Lugusi Junction inaenda mahali panaitwa Malichi, inaenda mahali panaitwa Koivani. Tulienda na mheshimiwa tukitembea kwa gari na dereva wake. Pole tujue barabara inaenda wapi. Ndio hata kileta asilete ikuwe ya kusaidia familia pekee ama kusaidia watu wake hapa. Hii yote ni familia yake mpaka Malava. Alitaka iende mpaka isaidie ifike mpaka Eldoret. So tukaenda naye pole tukaenda tukafika mahali panaitwa Malichi na Magara, Koivani, alafu kuna kamsuni pale kaitwa Teresia Forest. Upite kwa kamsuni, uende mpaka Kepturuai, mahali kama hapo Kepturuai, alafu anguke Eldoret. Mheshimiwa rais kupatia barabara. Mheshimiwa rais, ukipatia barabara itakuwa shortcut kufika Sugoi. Itakuwa shortcut kufika kwa serikali yenyewe kabisa. Na mheshimiwa nakuomba Mheshimiwa rais, kwa mapenzi ya huyu baba yetu mbele ya watu wa Malava, tungependa tuendelee kuwa kwa serikali. Bandu wa Malava wewe. Jenzi wewe. Nenya kuwode nanwa. Mheshimiwa rais unajua mheshimiwa akianza siasa yake tamu yake ya 3 alikuwa mwanza kuona jenzio amekuja sana. Akaona sasa hii zafanyaje ndio niweze kusurvive Malava. Ukiona kwa kitabu yake kama kwa mbepesa zake za hivi karibuni kabla aende hospitali, alikuwa amebadilisha mtindo wa kuvaa.
na kupitia mandugu zangu wadogo wawili akaanza kubadilisha mtindo, anavaa kidogo kijenzi kidogo, ndio aweze kupata hawa vijana wa Malava. Juu walikuwa wanaona vijana wanampiga vita kabisa kila mahali, vita vijana, finance bill wapi, lakini aliona njia rahisi ya kwanza nao ni kuvaa kama hao kwanza, hata kudance anadance kama hao kidogo hivi. Na mheshimiwa, hiyo ilikuwa imeanza kwenda vizuri, watu wakaanza kufurahia kuona mambo yake, lakini kwa bahati mbaya Mungu akapanga mambo mengine. Mheshimiwa, niko na mengi ya kusema, niko na mengi ya kuuliza, lakini nikisema haya yote itakuwa ni kama nachukua siku yako, na siku ni yako na mheshimiwa. Nashukuru sana kwa kuweza kutupatia hema yote kubwa. Ungekuwa wewe rafiki wa mheshimiwa wa dhati, kwa vile najua hii 2022 elections he was the only MP in Kakamega County who gave you the highest votes. Highest, ama nadanganya? Sasa kwa hiyo najua hii kukuja kwako hapa umekuja kwa sababu umekuja kufariji rafiki yako, familia rafiki yako. Na mheshimiwa rais, nakuomba uendelee hivyo, ukuwe na moyo huo. Na naomba sisi watu wa Malava, ile wakati kabla tukuje kwa hii matanga tufike hii siku, tuliomba watu wakikuja siongee mambo, waongee tu mambo ya mheshimiwa, waongee mambo ya nini. Ni kwa sababu tulijua rais anakuja, rais ametupatia mambo yote. Hatungetaka tena tuongee mambo mabaya kuliko mtu akikusaidia kuonye kama mtu ukojere kweli. Mjaka mtu ukojere kweli. Mheshimiwa rais ukonyire, mheshimiwa utangule ukonyire, mheshimiwa PM cabinet secretary bakutendera mpaka hospitali. Ndio kufanyete kweli bandu manje. So ni hayo tu nataka kusema, na pia kabla nikae ningependa niite tu ndugu zangu hata msikie tu sauti yao kidogo tu, tuko wachache, tuko na muda mchache, lakini tu for purposes of neatness. Na pia baba alisema tukiwa mahali kama hapa mtu anaongea kwanza ni yule mdogo mkubwa tukienda hivyo, lakini sababu sasa hivi tuko na watu wengi wakubwa, ningependa tu ndugu zangu wakuje msikie sauti zao, hata rais asikie sauti zao. Na kabla waongee ningependa kuambia kwamba rais, ulikuja hapa wakati fulani kabla ulikuwa naibu wa rais 2020 Oktoba. Nikaongea venye nimeongea hivi sana na sikumaliza vizuri. Hawa kanilaumu sana. Lakini sasa hawakujua nilikuwa napata instructions kwa baba. Sasa ukiongea mwana nyola kaya sana. Yaani usiombe vitu. Lakini sasa venye baba yuko kuniguide, I can guide myself also with the blessing of my mother. Mheshimiwa rais, ama ndugu zangu hawa waangalie vizuri. Kuna wengine hapa wana kazi, kuna wengine hapa bado kwa shule, school fees namna hii. Naomba mheshimiwa usiwaache. Na kwa hayo mengi na machache, maybe nitapiana shukrani zangu kama washamaliza kuongea. Acha nipatie ule mdogo hivyo tukifuatana vile tumezifundishwa na baba, tafadhali. Jina tu. Kanisa kiongozwa na Bishop ambaye alikuwa hapa na waumini, Your Excellency the President and all protocol observed, Ave Huribe Malava, mama mjane, mama yetu, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Adrian Malulu Musonye, mimi ndio last born wa boma ya mheshimiwa. Lakini wameniambia niseme jambo moja tu, lakini kuna wimbo moja ambaye mheshimiwa alikuwa anapenda. Pali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yani kutema shaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, kati kutema shaka sawa sawa na wewe. Ule ambaye amelala hapa ni kiongozi. Tumepoteza watu wa Malava. Tumepoteza kiongozi. Yule ambaye alikuwa analipia wanafunzi karo bila kubagua. Mayatima alikuwa anawalipia karo. Wale ambao walikuwa wagonjwa wa hospitalini alikuwa anawavisit na anawasaidia. Wale ambao walikuwa wamefiwa alikuwa anakuja kwa mazishi na anasaidiana. Mabarabara amejenga, mahospitali amesaidiana, mashule amejenga. Watu wa Malava tumepoteza. Mungu alitupa baba, na nyinyi watu wa Malava mkaona ni vyema mpatie huyo baba yetu fursa ya kuwa kiongozi. Naye akawa kiongozi. Jana nilizungumza kwa mapana, lakini mheshimiwa rais hakuwa hapa. Nilipeana brief history of his political journey.
haswa ile ya 2022 ambayo ilikuwa ya nguvu sana. Mheshimiwa Malulu Injendi alikuwa yule ambaye kwa kimombo tunaita a loyal servant leader. Alisimama na Mudavadi kwa sababu aliamini hapa Western, jamii yetu ya Mlembe, wakati mmoja tutakuja kutoa rais ambaye ataongoza Kenya hii. Na ndiposa akaamua kutembea na yeye katika hiyo safari. Lakini alikuwa pia anapenda Rais William Ruto. Kwa sababu zile ideologies na yale mipango ambayo Rais William Ruto alikuwa naye kwa taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Malulu Injendi aliyapenda sana. Na vile ambavyo Mudavadi na Mheshimiwa William Ruto walishikana, Malulu Injendi alifurahi sana. Kwa sababu hapa aliona hapa safari yetu ya kukaribia katika uongozi unaendelea kukaribia na unaendelea kufika. Hata ukiangalia vizuri katika chama cha ANC, hii Kakamega yote, yule mbunge ambaye alisimama na Mudavadi mpaka mwisho na akasimama pia na Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto mpaka mwisho, ni huyu ambaye amelala hapa, Malulu Injendi. Alikuwa kila jioni akikuja nyumbani, alikuwa anasema siku moja hii jamii ya Mlembe itakuja kutoa kiongozi, na siku moja tutakuja kuungana. Wakati huo alikuwa ameanza kutembea na Speaker Wetangula, tembea na Mudavadi, tembea na naibu na Rais William Samoei Ruto. I made a clarion call to the Prime Cabinet Secretary yesterday, and maybe I should just make it again today in the presence of the President and the Speaker of the National Assembly and the leadership of Parliament. The man lying here had a vision that one day a son of the Mlembe would become the President of the Republic of Kenya. Nikusihi tu Rais William Samoei Ruto, hawa watoto wetu ambayo umeshikana nao, zidi kutembea nao in memory of Malulu Moses Injendi. Ni hayo tu, lakini Mheshimiwa Malulu Injendi pia vile mmekusanyika hivi, alikuwa anatamani sana umati kama huu ambaye akiongea wanamjibu. Alikuwa anatamani. Niko na request kidogo tu, sijui kama mtakubali. Nataka niseme yale maneno ambayo alikuwa anapenda kusema, alafu in memory of Malulu Injendi mtajibu. Vanaveru. Mulambura kweli. Asanteni. Basi, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Ruto, Prime Cabinet Secretary, Speaker of the National and Senate, and all leaders present, na watu wa Malava, hamjambo. Mr. President, I have a confession to make. See, every time I normally get to speak after him, Adrian Malulu. See, that is the golden opportunity for me to either embarrass myself or do a very good job. So let's see how this goes. Malulu Injendi alikuwa mtu mkarimu. He was a very modest man. And there was nothing immodest about his modesty. Ilikuwa ni kwa haki tu. Alipenda kila mtu. Hajalishi wewe ni nani, unatoka wapi, unavaa aje, unafanana aje, unaongea kivipi. Alikupenda tu. Na pia hii familia yetu alitupenda. Na kabla aingie siasa, ilibidi ametuuliza sisi vijana na mama hapa, mko na uhakika mngependa mimi niingie siasa? Sisi tulikubali. Mama kidogo alisema na watoto wangu, lakini kwa sababu mama aliamini kwamba Injendi can manage both politics and raising a family very well,
alikubali. Mama, asanti kwa kufanya ndoto za Mheshimiwa Moses Malulu Injendi zitimie. Adrian ameongea mengi na pia Ryan. Mimi leo baba, bila ambavyo umelala hapo, kwa akili yangu na kwa roho yangu nilijua ni fatigue. Nilijua ni kupumzika tu kidogo alafu rudi kwa ground ongelesha watu wako. Sikujua unaenda kupumzika hivi. Umetuacha. Lakini ulituambia hapo mbele mambo ikifanyika Kenya hamtinye. Na hulatinyanga na tutazidi kutinya. Nyinyi muendelee kutuombea, muendelee kusimama na sisi na muendelee pia kuombea mama apate nguvu ama je mama? Asanteni sana na Mungu awabariki. Mrembe bosi. Asante sana kanisa kwa ibada mzuri, ilikuwa ibada safi sana. Dr. William Samoei Ruto, asante sana. Asante sana kusimama na sisi. Dr. William Samoei Ruto alianza na sisi hii safari. Vile tu alisikia tu mheshimiwa ni mgonjwa, mara moja akapigia Ryan. Akamuuliza, kwani mheshimiwa ni mgonjwa aje? Vile aliendelea kuwa mgonjwa hivyo, kila wakati, kila usiku, hata si Ryan alikuwa anapiga. Huyu kiongozi wetu hapa, William Samoei Ruto. Hizi sifa zote zile tunapatia mheshimiwa, si ati ni kwa sababu ya siasa ama nini. Sisi wenyewe tumeona. Watu wa Malava mmeona. Tangu mheshimiwa Malulu ashikane na His Excellency. Mmeona maendeleo mingi sana. Tunajua tuko na opponents, lakini lazima, unajua hata Yesu alikuwa na marafiki na maadui. Kwani wewe mheshimiwa huwezi kuwa na maadui? Prime Cabinet na Moses Masika Wetangula, speaker wetu. Kwani hamwezi ongea alafu mtu mmoja achukue hii kiti ya president after mheshimiwa atoke? Hiyo ndio vitu yenye mheshimiwa alikuwa anataka. Asanteni sana wabunge. Mulishikilia sana mheshimiwa. Asanteni sana. Kwanza wa Western wa hawa wetu, asanteni sana. Mmekaa na mheshimiwa mpaka mimi nilikuwa nashangaa. Hawa ni wale wenye wanakuja wanabebana na watu, wanavuruga matanga, wanafanya nini? Nilishangaa sana. Nyinyi wananchi na washukuru sana. Tukianza hii matanga tulisema tukue na amani na tumeona hiyo amani. Kuna wengine walikuwa wanakuja hapa kazi ni kuongea tu alafu wanapotea. Lakini kuna wenye tulikuwa tunaona wanatusaidia. Gavana wetu, asante sana. Gavana, asante. Gavana, unajua watu wengine wanasema haoni kazi yako, lakini watu wakitembea vizuri Gavana, wewe ndio umetulishia hawa watu wote. Asante sana. Viongozi wote, marafiki, watu ambao tunafanya nao kazi, asanteni sana. Mmesimama na sisi, mmetushikilia na tunashukuru. Nikimalizia, Mheshimiwa Samoei Ruto, bado tunarudia, haukuwa unaachilia mzee. Hata mzee akipotea hivi kidogo unamuita kwa ofisi. Umekuja kwa hii boma mara mingi sana. Hii boma imekuwa kama yako. Hata tungekuruhusu upate mwanamke huku, lakini sasa wewe mwenyewe utaamua. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Melvin Shalo Malulu, mimi ndio second born. Wananchi,
hao ndo mandugu zangu. Kwa kule kulanga bantu ba Malava, kule kulanga no kule kulatawe. Asante sana mama, amesimama sana. Naomba tupatie ruhusa mama. Kabla tupatie mama ruhusa, nikusema tu shukrani za haraka kwa rais kwa kutupatia hema kubwa, kwa kuleta na mheshimiwa na ndege ya polisi. Nashukuru Prime Cabinet kwa kuweza kuja na sisi hospitalini, kuweza kuona mzee kwa kitanda, kuja mpaka kwa nyumba kwa msaada. Nashukuru mheshimiwa Wetangula, Speaker wa Parliament, kwa usaidizi kwa kila kitu ambacho umetusaidia. Hata mheshimiwa kwa hospitali, mambo ya bill, Parliament ilisimamia kila kitu. Bila kusahau watu ambao wanafanya kazi na mheshimiwa, watu wa CDF, marafiki wake, hasa wanasema watu ambao walikuja kuona mheshimiwa hospitali wakitaka platelets, wakitaka kila kitu. Tunashukuru sana kwa hayo yote mmefanyia mheshimiwa, na tunaomba kuwa urudi na Bwera, Angatia, Soita, Malulu Wenyende. Wose wali mserikali. Ulenya kwa nila kuwa mserikali. Asante sana. Rais wetu mpendwa pamoja na serikali yake ikiwa chini yake, Bishop wetu na kanisa langu takatifu la Roman Catholic, waombolezaji wote, wazazi wangu na jamii yote ya Malava, na wasalamia. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Betty Malulu. Nitaongea juu ya mapenzi yetu kwanza. Mheshimiwa Moses Malulu alinipenda wakati aliniona mara ya kwanza. Tulipendana na hiyo upendo ikatuelekeza mpaka kwa ndoa. Katika hiyo upendo Mungu naye akatubariki na vijana mnaona. Ni wanaume 5 nimekuwa nao kwa nyumba na wamenimalizia maneno. Malulu alitupenda sana, mimi pamoja na watoto wake. Tulikuwa kitu kimoja. Hatungelala bila kusoma Biblia, bila kusoma rosari na bila kusema general prayers. Asubuhi tulikuwa tunaamka na yeye tukiomba pia. Hiyo rosari hakuwa anaiacha. Haikuwa tu yake ya kuvaa, bali tulikuwa tunaiomba every day, 2 times a day. Namshukuru sana, azidi kutuombea mahali ameenda kulala. Maisha yake na mimi tuliishi a humble life. Maisha ambayo ilikuwa ngumu kwetu kama familia, lakini tulichukulia maisha mazuri kwa sababu alijaribu kutulea tukiwa famu. Hatukupata kitu kwa urahisi, ilikuwa ni lazima ufanye bidii ndio upate chenye unataka, hata kwa watoto wake. Malulu alipendezwa sana na Wakabarasi. Hata mtoto amesahau kusema vile alinunua gari na ikakuwa ni kama ni gari ya Wakabarasi peke yao. Sisi tulikuwa tunaingia kwa gari wakati tuko Nairobi tunaenjoy, lakini tukikuja na Kabarasi gari ni ya Wakabarasi. Watoto watakaa kwa buti, mheshimiwa akiona hao Wakabarasi ndio walimsomesha, lazima awapatie first priority. Na amekuwa tu hivyo mpaka wakati ametuacha. Katika maisha yake hapa duniani, katika ugonjwa, mheshimiwa mimi sijawahi ona akiwa mgonjwa. Ni mimi peke yangu kwa nyumba ndio nakuanga mgonjwa. Hata watoto wangu si rahisi kuwapata wanameza dawa. Ni kama walifuata tabia ya baba yao. Hata akue mgonjwa, hata kunywa tu maji na unasikia amepona. Raundi hii haikuwa mzuri kwake. Alikuwa mgonjwa, nikamsia aende hospitali. Yeye akasema si mtu wa kwenda hospitali kila mara, yeye ni mwanaume. Anaenda kufanya nini hospitali? Anasikia tu mwili inachoka.
Mara ya pili nikamusi na akatii, akaenda hospitali. Akapimwa, akaambiwa mheshimiwa ni fatigue, enda upumzike. Mara ya pili tena after kwenda hospitali nikamwambia rudi kwa hospitali tena. Akurudi, akasema nimeambiwa ni fatigue. Lakini siku ya pili nikamwambia ukikuja kama hujaenda hospitali tutaenda na wewe. Akasema yeye si mtoto wa kupelekwa hospitali. Wakati alirudi, akarudi akiwa amerudi tena hospitali. Akaniambia si nilikwambia mimi si mgonjwa, wanasema ni fatigue, na vile niko na safari ya kuenda nje ni vizuri nitaenda kupumzikia nje. Mimi nikaamini mambo ya hospitali na daktari wake. Aliporudi kutoka nje alikuwa very weak. Hata nikamwambia hata licha ya wewe kuwa na event Malava, hairisha hii event uifanye wakati ingine kwa sababu naona mwili wako si mzuri. Akakataa na akasema yeye ni mzima, anaenda kufanya event yake. Akaenda, tukakuja, watoto wakasema hawezi tembea na yeye kwa sababu ni mgonjwa. Aende hospitali ndio watoto waandamane na yeye. Mimi nikaona hivyo, nikasema kwa sababu yeye anapenda watu wa Malava na nikikataa kuenda itamletea shida. Tukaandamana na yeye, tukakuja huku, akahost mipira yake vizuri sana. And it was the best tangu aanze kuhost football Malava. After kumaliza tukakaa hapa like 3 days for tukarudi Nairobi. Na ndio sasa akawa mgonjwa kabisa. Nikaita watoto nikawaambia baba yenu anaweza fanya hivi, ugonjwa izidi mseme siku anamwambia. Nikaambia Ryan akuja. Vile alisikia nikipigia Ryan simu, nikatoka kwa room naye akapigia Ryan simu, wewe mama yako na panic tu. Hakuna, mimi siko mgonjwa. Wewe kaa huko. Ryan akarudi, ilikuwa on Sunday. Na mimi nikamwambia mimi naenda church, nikitoka church niko na mkutano wa CWA, nitarudi jioni. Akaniuliza jioni ya saa ngapi? Nikamwambia jioni. Sitajua masaa yenye tutamaliza mkutano. Akasema ni sawa. Nikapigia nikapigia Ryan simu nikamuuliza kwani umefika wapi? Kuja haraka, baba yako si mzima. Ryan akakuja. Dadi akaamka kuoga akashindwa. Akatoka kwa hata angeangukia kwa bafu. Ndio tukamchukua tukampeleka Nairobi Hospital. Kufika Nairobi Hospital wakapima, wakapata ni malaria plus. Wakaanza kumtibu. Tukasikia tena ni bacteria mpaka wakati ilifika akafaint, ndio tukamtoa Nairobi Hospital tukampeleka Aga Khan vile Rani amesema. Tukifika Aga Khan walimtibu kweli, akaamka akaonekana mtu mwenye afya mzuri. Tukasema hata madaktari wakaanza kusifu akisema wameona a miracle patient na wanaenda kuandika kitabu kulingana na mheshimiwa. After 3 days mheshimiwa ndio alituacha. Lakini kwa yote tumeishi na mheshimiwa kwa njia mzuri. Mimi wamenilea kama the only girl in the house, ndio kila sana sikianga tu machozi na mwakika. Walinipenda sana. Hakuna wakati Malulu ameniita Betty. Maybe akiwa kwa umati kama huu, lakini alikuwa anasema tu mshere wanje mpaka wakati amekufa. Hata akielekea kukufa akaniambia mshere wanje na sado ranga sendi bulita langa bana enda kaeni nabo. Nikienda kuita watoto nikapata ameishiwa na nguvu. Sasa hatukuongea. Kwa hayo yote mimi naomba tu Mungu amsaidie na amweke mahali pake pema. Alimpenda kuliko sisi vile tulivyompenda. Katika maisha ya boma, mheshimiwa kuonyesha kwamba alinipenda hakika. Mnaweza angalia boma vile iko na hata hii shamba.
Hiyo tu ndio upendo mheshimiwa alikuwa ananipatia kila mara. Alikuwa mwanaume ambaye alisimama kama mwanaume na alipenda hata relatives wake. Hakuna relative mwenye anaweza kuombleni mheshimiwa kumsaidia. Wote alitutreat equally. Na mshukuru tu kwa yote ambayo alifanya, na sisi, mimi pamoja na watoto, tulikubali, tukajua ya kwamba ni Mungu amepatia mheshimiwa hii uongozi na ni Mungu anataka asaidie wanyonge. Na tukamwambia afanye vile anaweza kufurahisha watu wa Malava, the relatives and everybody. Alifurahisha hata wale ambao hawajiwezi. Alijengea wajane wengi nyumba kama sijakosea. Mambo ya hospitali rani ameongea. Kwa hivyo nasema watoto wa Malulu, muige mfano wa mababa yenu. Msaidie mahali mnaweza wasaidia wenzenu. Msiache. Mtembee vile baba yenu alitembea na Mungu atawabariki. Kwa watu wa Malava, nataka niwashukuru. Hii miaka mmeona ni vyema msimame na Malulu. Malulu amekuwa akipita, anachapwa vita, lakini vile Malvin amesema lazima kuwe na adui, ni lazima. Amesaidia hata walimu, ameandika walimu wengi Kabarasi. Amesaidia hata wale ambao hawana chakula. Kuna wakati alinunua chakula mingi akawa ana supply kwa wamama wajane. Na mshukuru, na nasema tu Malulu, utembee vyema, uzidi kutuombea huko mbinguni, na uzidi kuangalia watoto ambao wajejijenga, wajenge. Wafate mawaidha ambayo ulikuwa unawaambia, na wafanye vile wewe mwenyewe ungependa wakae. Na washukuru wote watu wa Malava kwa kusimama na Malulu na kwa kumpatia mawaidha. Haswa kuna msichana wao anaitwa Pamela Benji. Hakusimamishwa jana, ametembea na Malulu sana kutoka Nairobi, hata huku wenye walikuwa Nairobi walisimamishwa, lakini Mlamwa Pamela na Mlamwa Beverly sikusikia wakisimamishwa. Wote walikuwa pamoja na sisi na walitulea. Kwa serikali, na washukuru sana serikali yetu. Hii matanga bila nyinyi haingekuwa hivi. Mumeinua hii boma, na naomba Mungu mwenye alianzisha hii kazi atumalizie kwa amani. Na naomba mzidi kuombea rais wetu na cabinet yake kwa ujumla. Muwaombee, mnaona mambo ni mazito, lakini na maarifa ya mheshimiwa najua kila kitu itakuwa sawa. Yeye ni mtu wa mipango, yeye ni mtu wa maono, yeye anafanya, anaweza pasua njia hata mahali njia iko. Namshukuru sana viongozi wetu vile mmesimama na sisi. Hii kukua rahisi. Hata bill vile ilikuja mara ya kwanza ikisema 9 point. Nikashindwa 9 point na wanasema 10 million ndio maximum. Ryan akashughulika vile amesema, na kweli bunge ikakubali haraka kupitia kwa mheshimiwa spika wetu. Nawashukuru sana. Mungu awabariki na waongezee. Haya nimeongea kwa urefu kwa sababu ni siku yangu ya mwisho kuongea kwa mzee wangu, mzee ambaye alinipenda na akanipenda na roho yake yote. Asante sana. Jamani, tuwapongeze kwa makofi tena. Jamani, asante. Asante Mheshimiwa Rais kwa ruksa yako. Sasa nikubalini mwalike Gavana wa jimbo la Kakamega FCPA Fernandez Baraza aendeleze ratiba iliyosalia. Kwa heshima Mheshimiwa Rais. Asante. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto, viongozi wote wa tabaka mbalimbali ambao wako hapa siku ya leo,
kanisa ya Katoliki ikiongozwa na Baba Askofu Hashim Joseph Obanyi Sagwe, Baba Paroko wetu akiongoza mapadri, ningependa kumtambua kwa heshima Baba Askofu mstaafu ambaye ndio kuuka wetu wa imani Hashimu Filipo Sulumeti ambaye ako hapa, viongozi wote ambao wako hapa, ndabandu banje bemara bamrembe. Mungu ni mwema na kila wakati. Mahujaji wa matumaini, pamoja kwa sala, CWA, strong in faith, good family and good church, sifa za Mama Bikira Maria, kwa tumsifu Yesu Kristu, kwa kuimba na kusali. Asanteni. Kwanza kabisa nachukua fursa hii kuwatambua MCAs wote ambao wako hapa. Tafadhali msimame ili mpunge mkono kwa wageni wetu wote. MCAs wetu tafadhali, just stand and wave. Asanteni sana. Nachukua fursa hii, Mheshimiwa Rais, kumkaribisha mbunge wa Ikolomani ambaye ndio mwenyekiti wa bunge wa Kakamega, Mheshimiwa Bernard Shinali. Jongea mbele uongee kwa niaba ya wabunge wa Kakamega. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Familia ya rafiki yangu Moses Malulu Injendi, Rais wetu wa Kenya, Speaker wetu Dr. Honorable Moses Masika Wetangula, PCS wetu Dr. Wycliffe Musalia na wengine wote wale mko hapa, hamjambo. Mirembe. Kwa majina ni Bernard Masaka Shinali. Nataka kusimama hapa kama chairman wa ad hoc committee ile imefanya mipango hii ikishirikiana na kamati ya nyumbani na kamati ya Nairobi. Mheshimiwa Rais, uniruhusu kwa dakika moja nikujulishe wenzangu 4 wale tumefanya nao kazi katika ad hoc committee huko katika bunge. Tafadhali, the 4 members of parliament, could you step forward? 2 of them, Your Excellency, wewe mwenyewe, wakati rafiki yetu mjumbe mpendwa wa Malaba Moses Malulu Injendi alikuwa mgonjwa, uliwapatia pole. Mama ni strong. Bas, wewe mwenyewe uliwachakua wakaja kukaa na Mheshimiwa Malulu kule hospitali. Niwapatie nafasi hii wajitambulishe na kwa muda mfupi sana watupe habari vile, watupe report vile walikaa na Malulu hospitali. Mheshimiwa Rais, familia ya ndugu yangu, rafiki yangu, itifaki zote zingizingatiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mirembe bosi, mirembe kia Malulu, mirembe kia Injendi, mirembe kia Malulu,
Mtukufu Rais, kila wakati ninajifunza mambo mapya. Wakati huyu ndugu yangu alikuwa mgonjwa, kupitia kwa spika uliniteua na ndugu yangu Wangwe kumuuguza. Wabunge, I want to tell you, mumesikia kwa familia. You are blaming me kwamba sikuwa nawaambia ukweli. Mumesikia kwa familia kwamba ndugu yetu alionyesha waziwazi kwamba anaendelea kupona. Lakini Mungu alikuwa anampunge mambo mengine. Ya mwisho, Your Excellency, wewe ni rafiki wa haki. Wewe ni rafiki wa dhati. Wewe ni rafiki wa manufaa. Mungu awabariki. Watu wa Malava mlembe. Your Excellency, tukiwa State Lodge Kakamega, wewe ulinipa amri, mimi na mwenzangu Mheshimiwa Nabii, ukasema kimbia Nairobi, keti na mwenzako, na utakuwa unanipatia habari nini kinaendelea. Nataka nimshukuru Speaker na Clerk wa National Assembly kwamba yote ambayo ilikuwa inaendelea kiafya ya Mheshimiwa Malulu ilikufikia na ulitusaidia mpaka wa leo umesaidia. Nasimama hapa kusema asante sana Rais wa Jamhuri ya Kenya. Your Excellency, la mwisho, jana wazee wa hapa wakiongea wameweza kunitaja karibu mara 4-5, na wakasema wewe kama jirani wa Mheshimiwa Malulu wa Injendi, wewe kama shemeji ya Mheshimiwa Malulu wa Injendi, tunakupatia kitu kimoja. Ukipata nafasi uwe unaenda kuketi na rais kumkumbusha, tukingoja kupata mbunge wetu. Na watu wa Malava wamesema niwe na kukumbusha, Your Excellency, ukiniona hii barabara ya kutoka hapa Malava kwenda pale Samiti kuishia pale C41, naomba nitakuwa nikikukumbusha kwa niaba ya watu wa Malava na kwa niaba ya watu wa Navaholo. Ewe Mwenyezi Mungu uilaze roho ya Mheshimiwa Malulu mahala pema. Shukran. Rais wetu, familia ya mwenda zake, mama na watoto na watu wa Malava, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa majina, mimi naitwa Julius Meli, mimi ni mbunge wa Tindret na pia mwenyekiti wa kamati wa elimu katika bunge. Watu wa Malava tumefanya kazi na Malulu tangu achaguliwe 2013 tukiwa wanakamati wa elimu katika bunge. Yeye alikuwa rafiki wangu, he was my colleague, he was a very close friend and a confidant. And I want to say that you made the right decision kumchagua huyu kama mbunge wenu. He was a very humble man, a very forthright, mtu ambaye alikuwa anamcha Mungu. Na sisi kama kamati wa elimu tumekuja kwa wingi sana na wengi wameketi pale. Nataka niseme ya kwamba tulifanya kazi na yeye vizuri sana. Na mimi peke yangu na kamati na sisi kama watu wa bunge tumeweza kumpoteza rafiki mzuri sana. Siku Malulu tumekuwa na yeye, he has been a very strong man. Na siku alipokuwa mgonjwa hata alinipigia simu. Na every time huwa tunaendanga gym na yeye katika bunge. And I had never seen any time akiwa mgonjwa. Lakini cha Mungu hakuna binadamu ambaye anaweza. Nataka tumuombee ndugu yetu, familia yake, amlaze mahali pema peponi. Asanteni sana. Nimevipiga vita vilio vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimelinda, mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Bandu wanje mirembe handi ninzimamu wenyu County
senje wabana, koko wabana, mama wabantu bosi mu Kakamega County. Siku ya leo watu wangu wa Kakamega tunasema pole pole pole. Tumempoteza mwenzetu. President amepoteza rafiki yake. Watu wa Malaba wote wamepoteza. Wabunge wamepoteza. Speaker amepoteza. Mimi nasema Mungu amweke mahali pema peponi. Na mimi kama senje wa bana wa Kakamega, mimi najua sasa kwa bahati mbaya watu wa Malaba hamuna mbunge. Na mimi ndio mama wa constituency 12. Abantu be Malaba sasa nza kumuchenderanga kwa ukaribu. Kwa maana mmebaki yatima. Kila mtu amebaki yatima. In that casket lies a great man. In that casket lies an educationist. In that casket lies a father, a husband, and a friend to all of us. Sisi hapa wote tumehuzunika. Na mimi namkumbuka kwa maana vile niliingia kwa bunge, yeye ndio alikuwa ananiambia mama county fanya namna hii, fanya namna hivi. Na mwaka jana nilikuwa na bill ya school feeding. Na yeye akaniambia mama, hiyo bill umeguza roho yangu kwa maana hiyo bill inaguza watoto. Malulu Sibilai. Na mimi nimekuwa treasurer wa hii matanga. Mimi nataka kushukuru kila mtu. Kila mtu hapa amechangia hiyo matanga kwa njia zingine na zingine. Wabunge wamejitokeza kabisa. Hata speaker Atuoli na wote na president alitusaidia. Mungu ambariki. Asante. Haya, asante sana. Mama County, mimi nitanena machache. Kuna simu nilipata, sikuichukua, nilikuwa mkutano. Message ikafuata, nikasoma hiyo message, nikapata ni ya kijana kutoka wa Malulu. Hiyo message ilikuwa inaniambia, chairman, usinitafute wakati rais ama kama kuna mkutano. I'm feeling unwell, niko hospitali. Mimi niliambia mheshimiwa Wangwe, nikaambia mheshimiwa Ikana, tukafunga safari paka Nairobi Hospital. Tulikaa na mheshimiwa karibu dakika 30. Tukapika story sana akiwa mchangamfu. Sisi tukanena kwa familia, tukawaambia hata kama sisi ni waheshimiwa, msituruhusu sana. Kwa sababu tuna masafari mengi na tunakutana na watu wengi, mheshimiwa tunataka apone. Mheshimiwa vile alipata hiyo ripoti, kwa sababu alipanda watu wa Malaba, alisema nataka watu wote wanione. Siku ile unasikia ya michezo akitoka ng'ambo, mimi pamoja na Tano Wanyama tulikuwa naye hapa Malaba, akawa na michezo ya kufana sana. Huyu mheshimiwa amekuwa mtu wa msimamo. Akiamua tunaenda njia hii, tunaenda. Mwaka wa 2017 mambo ilikuwa ngumu sana kwa siasa. Kulikuwa kumetoka kimbunga kikubwa cha NASA. Lakini mheshimiwa Malulu alikuwa katikati yetu, akatuunganisha, akasema tusimame kama wanaume. Saa hiyo tulikuwa tumeongea na huyu rais wetu. Wenzangu hata waliniuliza mbona mnawacha viti? Lakini tulisimama imara, sababu huyu mheshimiwa alituweka pamoja. Katika Kakamega, yeye amekuwa secretary wetu. Very honest. Kila wakati
yeye weekend mingi amekuwa hapa Malava. Hata akifika sherehe za watu wengine anarudi. Nataka kumshukuru familia, nataka kushukuru wabunge wenzangu wa Kenya National Assembly. Nataka kumtangazia hapa kama chairman, tumetoa na marafiki wote pamoja, na ile balance tutapika hesabu. By Saturday tutarudi hapa tukabidhi familia, na hata sisi tukija kukaa hapa tutakaa kama viongozi na watu wa Malava. Nataka kumalizia na kusema huyu hakukuwa na siri ingine nyuma. Mambo ile vijana wake wamesema hapa ya maendeleo. Rais, wewe ni neighbor wa Malulu kwa sababu constituency yako ni hii hapa. Na kuomba kwa heshima kubwa, angalia hii constituency, hizo miradi wameuliza ziweze kukamilika. Nataka kuchukua nafasi hii na niombe Mungu na niombe Mheshimiwa Malulu atembee vizuri hiyo safari. Hiyo ni njia yetu wote. Mimi kufikia saa hii sasa nimeanza kuamini ndugu yangu ameniwacha. Na si ndugu tu, huyu msichana amekaa hapa, Peti Msonye, kwa ukoo ni mtoto wa sister yangu. Pole familia. Asanteni. Abana beru nauluranga kweli. Nachukua fursa hii kumkaribisha seneta wa Kakamega kwa dakika moja aje aomboleze kwa dakika moja. Seneta wa Kakamega tafadhali. Vana beru bakabras. Oh. Mheshimiwa Rais na ndugu zetu, wageni wetu wapendwa wenye mko hapa, ni furaha yangu kubwa kwamba finally the ordeal and the pain is coming to an end. For 47 days, huyu mama Betty na kijana yake Injendi na kijana yake Shalo na kijana yake Kuloba, and my favorite boy in that home, kijana yake Msonye, they have not been sleeping for 47 days. 36 kama baba yao bwana yake ako katika hali mahututi. 11 days kama ameaga. I pray kwamba kwa sababu Badri ameamua na baba askofu, hii mateso iishe leo. Mama Betty, retire to the house. Mungu atakusaidia, yulikaja pumzika. Vijana wa Injendi, ndio mmechoka. Yes, you are fatigued. Lakini namuonya, msiende kulala. Nataka kuanzia leo, kabla ulale, uhakikishe kwamba umezaa Moses Malulu Injendi. Valuya Shikabeza Kario. Malulu was a good man. Nataka watoto wake
waonyeshe hiyo heshima. Nikija hapa, as I will always come, the way I've been coming, I now count Malulu and Malululets. Dikola banje, umaenzi nashira burima sana. Musipofanya hiyo, hata mimi naweza kasirika, niende nichukue boots kutoka kwa retirement, nianze kucheza mpira mpaka nanje mundu abalanga Malulu Njenje. Valuya, Malulu Njenje was not just a brother to me. Malulu was the political judge of Honorable Soita Chitanda and Dr. Boni Khalwale. I remember 2011, Tulika United Kenya Club, mimi na Soita na Malulu. Malulu akasema, tumechoka watu wa Kabras, watoto wetu wakitaka boarding primary school, mpaka waende Musoli, Ikolomani, Iregi, Ikolomani, Mukumu, Shinyalu, and so on. Akasema it must end. Tukatoka hapo, hamukuandika kwa program, Malulu Njenje and Soita Chitanda and I, we started the first boarding primary school in Kabras at Shitira. May this great lover of education live for many days. Jambo langu la mwisho is to our beloved President. Mr. President, I know the political culture of the Republic of Kenya under the new constitution. Na ningependa nikutulize, nisaidie hiyo culture, marafiki zako na wapinzani wako. The political culture of Kenya from 1992 is that a president serves for 10 years, and I don't believe kwamba it is going to be any different in 2027. You will be re-elected. And Your Excellency, kwa sababu I'm speaking from a point of knowledge, I beg you, Your Excellency, vitu viwili tu. 2027, Your Excellency, in keeping with the political culture of Kenya, is not going to be easy. It's going to be tough. You are going to require men who can take a blow and still say, bring it on. Your Excellency, hapa Kakamega, before you, is a tip of the iceberg of the 1 million votes, the highest number of votes in our community. I want to assure you, we will work on it. It is not going to be easy. I would like you to make it easy for me to work for you. Please, blueprints ya Kakamega, ya Bungoma, ya Busia, ya Vihiga, ya Kitale, tumekupatia. Give us development because we deserve it and because muhana nali mulai shuboli zanga kando mwaho shendo. Your Excellency, hizi barabara za Malava na the other 12 constituencies zenye waheshimiwa wanazungumzia, I want to put a rider kwamba for over 60 years the development model of Kenya is skewed. Development model is skewed away from Western. As you improve your politics and strengthen, make my politics easy by making sure that you swing the development agenda ikuja Western Kenya so that itoke Central Province where they have everything. Your Excellency, if you do this, it will not be politics. It is because you want to open the economy of Kenya. Opening the economy of Kenya, you have put one straight bullet
dual the road, iwe barabara mbili kutoka Nairobi mpaka Nakuru mpaka Mau Summit mpaka Kabrengu mpaka Webuye mpaka Malava. The economy of Kenya is going to open in a manner that all Kenyans are going to be happy. I thank you, and Your Excellency, I'm lucky with me. I have a strong team of 11 senators. 7. Senators, stand up. I want to acknowledge you. Mmekuja kunilia. Thank you. Aaron, you keep cool. Senators who are here. Yes. Senator Osoti from Vihiga. Thank you. Senator Okiya Omtata from Busia. Senator Alan from Kitale. Senator Beth Sialo from Kitui. Senator Catherine Muma from Kisumu. And because, Mr. President, the respect of the institution of Senate, I will request Senator Aaron to speak at the designated time, but during my time, because this is my count, on behalf of the senators, Senator Osoti will come and give his condolences. Senator Osoti. Barasa, tulia. Barasa, you know Osoti is your party leader. Basi, Vanveru, Mbeta Osoti. Mahuba Kakamega, I can speak about it. I want to speak about it. But this is not the platform. Shin shinenya kumuboru tabandu Kakamega. Oh, Vanveru, moyo kwa Kenya. Asante sana. Haya, His Excellency the President, William Ruto, the Prime Cabinet Secretary, our two speakers, Honorable Wetangula and Honorable Amason Kingi, all protocol observed. Watu wa Malava, nataka mnipatie salamu ya Malulu. Salamu ya Malulu kila mahali. Asante sana. Mimi ni Senator Godfrey Ozozi, Senator wa jimbo la Vihiga. Na pia mimi ni Deputy Party Leader wa chama cha ODM. Leo nimekuja hapa kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya watu wa Vihiga na kwa niaba ya chama cha ODM kuleta risala za rambirambi kwa familia ya rafiki yetu Mheshimiwa Malulu. Mheshimiwa Malulu mimi nilimjua 2015 kabla hata sijakuwa mjumbe. Nalimjua kwa sababu yeye alichaguliwa mara ya kwanza kupitia kwa ile chama ya maendeleo, ile ambayo ilikuwa inaongozwa na Hamisi Omkanda. Na kwa hiyo chama akakuwa anasumbuliwa sana. Yeye ndiye alikuwa mbunge peke yake kwa hiyo chama. Barua zikakuwa mingi. Na alikuwa anatafuta yule mtu ambaye anaelewa vitu ya vyama, amuelezee vile ataenda kwa hiyo maneno. Akanitafuta mimi na mimi nikamuelezea, nikampa ushauri. Mheshimiwa Malulu alimaliza miaka yake 5. Na juzi early part of December mimi nilipatana na yeye pale Kisumu kama tunangoja ndege. Akaniambia, Mheshimiwa Senator, ningependa kuongea na wewe. Wacha nitengeneze siku tukutane. Baada ya wiki moja akaniuliza kwa simu tukutane. Ikakuwa hiyo siku ya kutana
sikuwa na nafasi. Baadaye nikasikia mheshimiwa amelazwa kwa hospitali. Kwa hivyo mimi sikujua ile maneno ambayo Mheshimiwa Malulu alitaka kuniambia. Sijui kama ilikuwa ni mambo ya vyama ama ilikuwa mambo ya maendeleo, sijaelewa. Lakini bahati mbaya Mungu amemchukua bila yeye kunielezea ni mambo gani alikuwa anataka tuongee. Kwa hivyo mimi nimesema pole, na pia pokea salamu ya rambirambi kutoka kwa viongozi wawili. Wa kwanza ni waziri wetu wa cooperatives ambaye alikuwa gavana wenyu hapa, Mheshimiwa Wycliffe Ambassa Oparanya. Yeye alikuja hapa lakini yako kule Marekani. Wa pili ambaye angekuwa hapa lakini mnajua anaendelea kuconsult, anaendelea kuuliza Wakenya wamwambie ni njia gani tutaenda, ni Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga. Watu wa Malava, mimi nasema pole sana. Leo tunaomboleza, mambo ya siasa siku nyingine. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Osoti. Nachukua fursa hii kumkaribisha kiongozi walio wengi katika bunge la Seneti, Mheshimiwa Aaron Cheriot. Karibu uongee kwa niaba ya masenators wote. No problem. Mheshimiwa Rais, viongozi wote ambao wamejumuika na jamii ya Malava siku ya leo, uongozi wa kanisa kiongozwa na Baba Askofu na wananchi wote wa hapa Malava na Kakamega kwa jumla, pamoja na taifa nzima ambalo limekuja kuomboleza na kumzindikisha kiongozi shujaa rafiki yetu Mheshimiwa Malulu Injendi. Naomba nichukue fursa hii niwasalimu wote, hamjambo. Hamjambo tena. Asante. Mimi nimepewa fursa hii nizungumze kwa niaba ya bunge la Senate ambaye ninawaongoza kama kiongozi wao, lakini pia hapo ndani nitazungumza kama rafiki wa Mheshimiwa Malulu Injendi, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu ana marafiki wengi na mimi ni moja ya marafiki zake. Boma hii ambaye tuko hapa siku ya leo sio mara yangu ya kwanza kufika. Tumekuja hapa mara nyingi, na ya mwisho ilikuwa nafikiri mwezi wa 9. Mheshimiwa Malulu alikuwa amekuja ofisi akanialika. Alikuwa amekuja Mheshimiwa Rais na kunivamia kidogo, akaniambia, wewe rafiki yangu Aaron, unajua ni wapi ambapo Kenya Kwanza ilizoa kura nyingi sana katika Kakamega County? Nikamwambia mimi sijui sana, lakini ninasikia Kalwale akiniambia ni Kolomani. Akaniambia wapi? Hakuna kitu kama hiyo, ni Malava constituency. Na akanikabidhi kadi ya kunialika harambee ya kina mama, na akaniambia hiyo lazima ufike kwa heshima ambaye watu wa Malava walifanyia serikali hii ya Kenya Kwanza. Na siku hiyo tulikuja hapa akatulisha, kisha tukaelekea harambee mahali hapa juu inaitwa Manda Sibanga kama sijakosea, kitu kama hiyo. Unajua mna majina ngumu kidogo saa nyingine. Na tulifanya harambee mzuri sana. Mheshimiwa huyu alikuwa ametualika na nilifurahia sana uhusiano ambaye alikuwa naye na wale ambao tulikuwa nasaidia siku hiyo. Ndiposa nikapata kujua mambo mengi kuhusu eneo hili lake ambayo alikuwa anawakilisha. Kwa hivyo mimi ningependa kutoa pole na rambirambi zetu kama bunge la Seneti kwa kumpoteza mmoja wetu ambaye ni kiongozi wenu shupavu, na kuwaambia Mwenyezi Mungu awafariji na awapatie kiongozi mwingine mzuri kama alivyokuwa Mheshimiwa Malulu Injendi. Ya pili, nikikaribia kumalizia, ni kwamba jambo ambalo sitasahau katika safari yake ya kuwa mwanabunge ni kwamba msimu uliopita wa bunge, kabla tufike Disemba, ndiposa tulikuwa tunafanya dakika ya mwisho ya kuipiga msasa ile sheria ya sugar bill,
na niseme kwamba mchango wake katika sheria hiyo ilikuwa ya maana sana. Maoni yake yalitusaidia sisi wengi kupata kuelewa ni vipi mwananchi wa kawaida angependa sekta hiyo iweze kuendeshwa. Na ninafurahia sana Mheshimiwa Rais, wakati tuko hapa, kwamba sekta hiyo ni moja ya sekta ambazo zimepiga kusonga mbele tangu wewe uchukue hatamu za uongozi mwaka wa 2022. Ningependa kukusihi na kukuomba Mheshimiwa Rais, kama vile tu, kwanza wacha hata nishukuru kabla ya kuomba. Mimi nashukuru kwa sababu mimi ni mwakilishi wa wakulima. Pahali ninatoka kule Kericho, tuna wakulima wa chai na wakulima wa miwa kama wale wako hapa upande wa Malava. Program ile ya serikali ya kupatiana mbolea ya bei rahisi ni program ambaye imesaidia mkulima wa kawaida sana. Na ningependa kuhimiza Mheshimiwa Rais, zidi kuweka uzito katika program hiyo, ndiposa hata uhakikishe kwamba last mile ya hiyo program, yani kuhakikisha kwamba mwananchi haendi safari mbali sana kuchukua mbolea ile, iletewe karibu baka na mlango yake, ili uchumi wa mwananchi wa chini hapa iweze kupata nafuu. Ya mwisho kwa hiyo sekta, Mheshimiwa Rais, mimi nilikusikia wakati ulikuwa umetembea hapa Kakamega, na nilifurahi sana kwa sababu jambo ambalo ulisema linawaguza mpaka wakulima wale ambao mimi nawakilisha. Ulisema kwamba kama vile wakulima wa chai wanalipwa bonus kila mwaka, unataka kuweka mpango mzuri ili hata mkulima wa miwa pia na yeye mwisho wa mavuno yake apate bonus bila kubaguliwa katika taifa hili letu la Kenya. Ile amendment kidogo tu mimi ningeweka ni kuomba kwamba ukishikana na viwanda hivi ambapo unafanyia ile program ya privatization, unajua miwa sio kama chai. Chai wakulima ulipo karibu kila mwezi. Ningependa ile scheme ya bonus isikuwe ni ya mara moja kwa mwaka peke yake. Walipwe mara 2 ama mara 3 kwa mwaka kulingana na vile wamelima mazao yao. Na mimi najua hiyo ni mpango ambaye wewe, kama vile mheshimiwa mmoja alizungumza hapa, akasema wewe unajua kupasua njia hata pahali kunaonekana hakuna njia. Tafuta njia ili mkulima wa miwa atajirike na apate heshima katika taifa hili la Kenya kama wakulima wengine wote, asisahaulike nyuma vile alikuwa amesahaulika miaka ambaye ilikuwa imepita. Ya mwisho kabisa, Governor Fernandes, itakuwa makosa nisipotoa ombi hili tukiwa hapa Kakamega. Kuna jambo na mjadala ambao unaendelea Kenya kuhusu bima ya taifa ile ambalo linaitwa Taifa Care ama inajulikana kama SHA. Wiki iliyopita, Mheshimiwa Rais, tumemuita waziri wa masuala ya afya pale bungeni, na amekuja na ripoti ambayo mimi niliitizama na nikasema ni vizuri niitafsiri ili tukiwa hapa Kakamega wananchi pia waweze kuelewa. Kwamba tulimuuliza, je, bima hii tangu ianze ni shilingi ngapi zimekusanywa na ngapi zimelipia wananchi? Akatuambia ni kwamba tangu mfumo huu uanze mwezi wa 10 mwaka uliopita wamekusanya bilioni 20 na bilioni 19 imelipia mwananchi wa kawaida bill za hospitali. Sasa mimi najiuliza swali moja. Wewe hapa Kakamega unafuata vyombo vya habari, unafuata kwenye maredio, unapiga kelele kwa mazishi, unasema hii kitu sisi tulisikia haifanyi. Na kuna Mkenya amenyamaza mahali, yeye anaenda hospitali wakati amegonjeka analipiwa bill. Mimi nataka kuwarai hivi, kabla hujaongea, kabla hujapiga kelele, kabla hujapumbazwa na wanahabari ambao wananiambia katika taifa letu la Kenya, jiandikishe kwanza. Wakati utagonjeka uone kama utalipiwa ama hautalipiwa, ndiposa sasa ukuje kuongea mbele ya umati. Hilo asanteni, kwa sababu unajua hapa katika taifa letu la Kenya imekuwa ni watu ambao mara mingi tunazungumza. Huyu mheshimiwa Baraza anajua kitu moja. Kaunti zetu, mimi ni mtetezi wa maneno ya kaunti. Kaunti zetu zilikuwa zinangojea kulipiwa pesa na NHIF kwa zaidi ya mwaka moja. Huyu Baraza ni shahidi na anajua jambo hili, kwamba tunapozungumza siku ya leo, kaunti zetu serikali zetu za kaunti zimelipwa mpaka mwezi wa Januari
kutokana na wale wananchi wa kawaida wameenda kutibiwa katika hospitali zetu. Kama ni uongo, gavana wenu wako hapa, atasema kama ni kweli ama ni uongo ile nazungumza. Kwa hivyo, gavana atasema hapa. Ya mwisho kabisa, niseme asanteni kwa nafasi ile ambayo mmetupa. Niseme pole kwa kumpoteza rafiki yetu Malulu Injendi, na niseme Mwenyezi Mungu awabariki mpaka wakati mwingine. God bless you and thank you so much. Wapi makofi ya Mheshimiwa Aaron Cheriot? Asante. Nachukua fursa hii kumkaribisha kiongozi walio wengi katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, ambaye atatambulisha waheshimiwa ambao wako hapa na aongee kwa niaba yao. Karibu sana Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Asante gavana wetu. Mheshimiwa Rais, nikikubalika to ride on the protocols already established. Mama Betty na watoto wako na familia yote ya Malulu na watu wa Malava, hamjambo. Kwanza Mheshimiwa Rais, niseme pole sana kwa mama, watoto na familia ya Mheshimiwa rafiki yetu, ndugu yetu Mheshimiwa Malulu Injendi, na pia kwa jumla kwa wananchi wote wa Malava ambao Mheshimiwa ametumikia kwa muda wa miaka 12. Na bila kupoteza wakati, Mheshimiwa Rais, ningetaka kuwauliza wabunge wote ambao tuko hapa, tafadhali tuinuke kwa heshima ya rafiki yetu, our colleague and our compatriot, our brother Mheshimiwa Malulu Injendi. Kwa heshima tuwapigie makofi hawa wabunge wote. Unaona ni wabunge chungu nzima. Nimeulizwa na kanisa sababu ya kuokoa wakati, na kwa heshima ya familia tusijulishe kila mtu kwa jina, lakini tuko wabunge chungu nzima ambao umeona, ambao tumekuja kusema pole na kumsindikisha ndugu yetu Malulu siku ya leo. Mimi nilimjua Malulu miaka 12 iliyopita wakati tulikutana kwa bunge la kitaifa as first term MPs, na tukafanya kazi na hiyo miaka yote mpaka wa leo wakati tutamwaga, baada ya kuwatumikia wananchi wa Malava kwa upendo na kwa kujitolea sana. Na nimeshukuru sababu wakati nilisikiza vijana wake hapa wakiongea wote, nimeona huyu mheshimiwa mwenzetu amejizaa yeye mwenyewe. Ako na vijana ambao pia ni viongozi na mashujaa, na ambao pia wanawajali watu wa Malava vile baba alivyowajali. Mheshimiwa Malulu alikuwa ndiye naibu mwenyekiti wa kamati ya masomo kwa bunge la kitaifa. Na Mheshimiwa Rais, unajua ile changamoto nyingi ambazo tumekuwa nazo kwa sekta ya elimu, kuanzia utendakazi wa CBC mpaka mambo ya university funding. Huyu mheshimiwa ambaye amelala hapa ametusaidia sana kwa bunge la kitaifa to align workable systems to make sure that CBC worked, Your Excellency, as you guided us. And he has been at the forefront of making sure, because he is a former lecturer, he worked in academia at the Catholic University of East Africa. He was at the forefront in leading us to make better the university funding model. And we have indeed, as a nation, as a parliament, lost a great leader and a very committed and focused educationist. Mheshimiwa, mnajua kwa hii Kakamega County, hii constituency ya Malava ndio inaongoza kwa mambo ya watoto kuingia universities because of the great work that Mheshimiwa Malulu Injendi put in education. And I say that because I know the people of Malava have lost a great leader, just like the nation of Kenya and Parliament has lost a great leader. A leader who believed that that which is not working, you work hard to fix that which is not working. When he was elected as a member of Parliament and he knew Malava constituency was behind
kwa mambo ya elimu, vile Senator Boni Khalwale amesema, he worked hard to improve that and he has continued to do that. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Chairman wa kaunti ya Kakamega ameniuliza kwa heshima niwatambue au viongozi kwa majina. Nafikiri nitawauliza tu msimame. Wale ambao walikuwa wameongea sitawajulisha. Kutoka kona unaweza inua mkono. Tuko kona kabisa na Mheshimiwa Timothy Wanyonyi, mbunge wetu wa Westlands huko Nairobi. Tuko na Mheshimiwa Karasinga, Mheshimiwa Ikana, Mheshimiwa baba yao, Mheshimiwa Mumias Naika. Tuko na Kagesi hapo nyuma yake. Tuko na Martins Owino. Tuko na chairman wetu wa Western Caucus, Mheshimiwa Waluke, ambaye ndiye chairman wa Western Caucus, Mheshimiwa Kandui, Mheshimiwa Makali. Tuko na Mheshimiwa wa Homa Bay Town, Mheshimiwa Kaluma, Omboko Milemba, Mheshimiwa wetu Higa County, Mheshimiwa Maungu, ndiye yako hapo nyuma, sijui nani yako nyuma yako mfupi haonekani. Mheshimiwa Tandaza, Mheshimiwa mama wetu mama Janet CTNA wa Tarbo, Mheshimiwa Gimose, Mheshimiwa Phyllis Barto, Vice Chair wetu wa Budget Committee, Mama Mary Amase, Mheshimiwa Taitumu. Hao wote ni wabunge ambao wanatumika kamati moja ya education pamoja na Mheshimiwa Malulu. Mheshimiwa Timothy Toroitich, Mheshimiwa Gisairo Ernest, Mheshimiwa Dan Wanyama, Mheshimiwa Selasia Mumias East. Ni yule mweusi hapo nyuma. Mheshimiwa, is that Meli? Oh, Mheshimiwa Mugabe, the one behind. Oh, that's Mheshimiwa Kaunya. Kaunya ni mweupe sana. Tuko na Vulindo, and the other one behind. Oh, Namwar Emathe, all the way from Turkana. Na Mheshimiwa Ivo Bara. Pande hii nyingine tuko na Mheshimiwa Ferdinand kutoka Kwanza, Mheshimiwa Kakai Bisau. Is that Mwalimu? Mheshimiwa Mwalimu from Kibra in Nairobi. Asanteni, na nafikiri sababu nimewajulisha. Yangu ilikuwa kumalizia mambo ya Mheshimiwa Malulu, Mheshimiwa Rais, that he sought to perfect that which is not working. And Your Excellency, I say that because I want to encourage you, amidst all the negativity that is there with the programs that you are rolling out, the transformative programs that you are rolling out, not just in the funding of your education system, but even in our healthcare sector, Your Excellency, do not be discouraged. March on until you fix and it works, like Malulu Ijendi believed in fixing and perfecting that which needs perfection, Your Excellency. Because, Your Excellency, as have been said by my colleague, Honorable Aaron, Senator Aaron, there is a lot of negativity, Your Excellency, misinformation and disinformation. When Ryan spoke here, he thanked Parliament because as a family, as they lay to rest their father today, they do not have a single bill coming from the medical care of the late Malulu Ijendi. And that is because Parliament has not paid for his bills from our resources. Parliament has paid for his bills from a medical cover that we all enjoy as members of Parliament, paid for by the people of Kenya from your taxes. And if you are paying medical cover from your taxes for your leaders, then you also deserve to have a medical cover that works as the people of Kenya. And I want to encourage you,
as you have been encouraged by many other leaders, including Malulu Ijendi. Don't listen to the disinformation and misinformation being perpetuated, especially by our media. Focus on your own health, because when your health fails, it is individual and personal, and the pain is only to you and to your family. Bima ya afya ni jambo ambalo ni la kibinafsi sana. Na sisi kama viongozi wenyu, vile Ryan ametuambia hapa, familia iko na amani leo, hawana bills wameachiwa za hospitali, sababu walikuwa na bima ya afya ambayo Wakenya wamelipia Mheshimiwa Malulu Ijendi. Vile vile sisi kama Wakenya tusipotoshwe na hadithi ambao zitaenezwa. Tuwe na bima yetu ya afya ambayo itakusimamia wewe binafsi na familia yako wakati utapata ajali ama bahati mbaya ya ugonjwa wa kufika nyumbani kwako. Kwa hayo mengi ni washukuru na tumuombe Mwenyezi Mungu ailaze roho ya Mheshimiwa Malulu Ijendi mahali pema hadi tutakapoonana tena binguni tunavyoamini kama Wakristo. Amen. Asante. Wapi makofi ya majority leader? Asante. Kabla sijakaribisha spika wa seneti, nachukua fursa hii kuwatambua viongozi wengine ambao wako hapa, tukianza na kiongozi wa wafanyikazi ambaye ni baba yetu Mheshimiwa Atuoli ako hapa, tunamtambua. Wapi makofi ya Atuoli? Asante. Pia nachukua fursa hii kumtambua mwenzangu gavana wa gatuzi la Bungoma, Mheshimiwa Ken Magelo Lusaka. Wapi makofi ya Mheshimiwa Lusaka? Asante. Mheshimiwa Rais, niruhusu nene machache ili nikaribishe kiongozi ambaye anaongoza seneti kama spika. Kwanza kabisa mimi nachukua fursa hii kuwakaribisha wageni wote katika gatuzi letu la Kakamega. Naona Mheshimiwa gavana jirani, kwa sababu yeye ndio gavana peke yake ambaye tuko naye hapa, waache nimpatie dakika moja ili aweze kuomboleza na wana Malava. Karibu sana Mheshimiwa Lusaka. Basi asante sana familia ya mwenda zake Moses Malulu, Bishop na Wakristo wote wamekuja hapa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, all protocol observed, na Wakristo wote. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama jirani nilikuwa hapa jana, na kwa niaba ya watu ya Bungoma tena nataka niseme pole kwa kupoteza rafiki wetu. Malulu alikuwa tukiwa na sherehe yote kule Bungoma, amekuwa akikuja kukaa na sisi. Malulu vile nilisema jana ni kiongozi ambaye alikuwa na msimamo. He was able to read the political timings na alifanya timings yake sawa sawa. Wakati hata wimbi lilikuwa ngumu katika upande huu, mahali ya kwenda Kenya Kwanza na Azimio, Malulu Ijendi peke yake ndiye alisimama Kenya Kwanza na kusimama na Mheshimiwa Rais. Tunampongeza sana. Mheshimiwa Rais, wewe ni rafiki wetu. Nakumbuka kwamba mwaka wa 2016 June, wakati tulimpoteza Mheshimiwa Soita Shitanda, tena ulikuja ukakuwa na sisi kwa mazishi yake. Tunakupongeza sana. You are a true friend, and the only thing that you can do for the people of Western Kenya na watu hawa ambao wako hapa ni kumaliza ile miradi Mheshimiwa Ijendi alikuwa ameanzisha. Hiyo utakuwa umemuona in a big way, and I know you are going to do it. Nikimalizia, Bishop alisema, and it's true, ukiangalia umri wa Malulu ilikuwa vile wamesema bado ni kijana, lakini katika Ukristo nikiuliza nani aliishi miaka mingi katika kulingana na Biblia, wengi hatumjui. Anaitwa Methusela, aliishi miaka 969, lakini hatukumbuki. Yesu Kristo aliishi miaka 33 peke yake na tunamkumbuka mpaka leo. Malulu Ijendi ameishi miaka michache, lakini tunamkumbuka kwa vitendo zake. May God bless him, may God rest his soul in eternal peace. Mheshimiwa Rais, wakati wa siasa ukifika, sisi tutakuja kusimama na wewe, na tukiwa hapa tuko na wewe, tutaendelea kusimama na wewe because you have also stood with us. May God bless you and may God
Rest his soul in eternal peace. Asanteni sana. Asante sana Gavana Lusaka. Wapi makofi ya Lusaka? Asante. Kwanza Mheshimiwa Rais, nachukua fursa hii kukaribisha hapa Kakamega, na pia tunashukuru pakubwa msaada wako mkubwa ambao umeleta kwa boma hili, kwa sababu isingekuwa msaada wako matanga ya mheshimiwa hayangelikuwa yafanana na hii. Na mimi kwa niaba ya wanakakamega wote ningependa kuleta pole zangu na rambirambi zangu kwa familia ya Mheshimiwa Malulu. Mheshimiwa Malulu licha ya kuwa mbunge wa hapa, yeye alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Sisi kama Wakatoliki wanaume tumepoteza mwenzetu ambaye alikuwa mwana CMA wetu. Good family and good church. Asante. Mheshimiwa Malulu apumzike kwa amani. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa sababu wewe uko na maoni ya kuunganisha Wakenya wote. Na sisi kama viongozi ambao tunaongozwa na kinara wetu Raila Amolo Odinga ambaye anafanya consultation. Vile kanisa imesema huu ni mwaka wa matumaini. Mwaka wa Jubilei ni mwaka wa matumaini. Tuko na matumaini ya kwamba baada ya zile consultation za baba Raila Amolo Odinga atakuja kuungana na wewe ili tuweze kuimarisha uwiano katika serikali yetu. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, nashukuru sana kwa sababu Mheshimiwa Malulu Injendi alikuwa anajali maslahi ya yule mtu wa chini. Ningependa kuomba wabunge wote ambao wako hapa wafanikishe yule mswada ambao mheshimiwa alikuwa nao wa kuhakikisha wale village elders wetu wanaweza pia kuangaliwa na kutambulika katika serikali kuu. Kiongozi walio wengi, we want you to fast track that bill ya kuhakikisha wale village elders wetu in memory of our brother iweze kufanikishwa, ili itakuwa jambo kubwa sana. Jambo lingine, Mheshimiwa Rais, nashukuru kwa sababu wale ambao wamenena hapa awali wamesema mheshimiwa alikuwa mtu wa maono. Kuko na miradi nyingi sana ambazo alikuwa ameanzisha hapa. Kila wakati wa kupigana na wewe, tulikuwa tukikutana na wewe Mheshimiwa Rais, Malulu alikuwa anaongelea mambo ya Ikoli Malava, na hiyo barabara karibu inakamilika. Ili tuweze kukumbuka Mheshimiwa Malulu Injendi, barabara yetu ya Malava Samiti ikikamilika pia itakuwa vema kumkumbuka Mheshimiwa Malulu Injendi. Mheshimiwa Rais, pia ningependa kuomba kwa niaba ya wana Malava, tuko na hii barabara yetu kutoka Malava, Shitirira, ipita hapa Lugusi, Kobasali, kule na Magara hadi Chimoi. Hiyo barabara Mheshimiwa Rais, kwa kumbukumbu ya ndugu yetu, watu wa Malava wakipata lami wataweza kukushukuru sana. Na nikimalizia, Mheshimiwa Malulu Injendi alikuwa na mpango wa kununulia wanafunzi wa shule ya vijana ya upili ya Lugusi basi. Mheshimiwa Rais, ningependa kukuomba ya kwamba uweze kutimiza ndoto ya Mheshimiwa Malulu kuwanunulia vijana wetu wa Lugusi Secondary basi ya kisasa. Hiyo pia itasaidia pakubwa ndugu yetu, na pia itakuwa kumbukumbu kubwa kwa mheshimiwa ambaye amelala. Na nikimalizia, sisi kama viongozi wa hapa tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na Mheshimiwa Malulu Injendi. Na mimi kama rafiki yake wa karibu, mheshimiwa aliniambia, Governor, ukiwa kiongozi lazima ukuwe na boma kubwa, ili siku yako ya mwisho ikifika matanga yako ifanyiwe kwa boma lako. Vile mnaona ndoto ya mheshimiwa wetu Malulu Injendi ilitimia na imetimia leo, kwa sababu matanga yake tunayefanyia kwa boma lake. Na wote ambao tuko hapa tumesoma kitu kwa mheshimiwa Malulu Injendi. Na kwa sababu pia alikuwa mstari wa mbele kusaidia kuzindua rasmi manispaa yetu ya Malava, mimi nitahakikisha kwamba barabara yetu kutoka pale sokoni hadi hapa tumeita Moses Malulu Injendi Road. Hiyo itasaidia kumbukumbu ya mheshimiwa wetu
ambaye amelala. Havana veru, havana veru, muluranga kweli. Mheshimiwa Rais, kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Raha wa milele ampe ya Bwana. Mheshimiwa apumzike kwa amani. Nachukua sasa fursa hii kumkaribisha Spika wa Seneti, Mheshimiwa Amason Kingi, akuja atoe rambirambi zake, alafu atakaribisha Spika wa Bunge la Kitaifa, alafu ratiba itapanda juu. Karibu sana Mheshimiwa Amason Kingi. Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto, viongozi wa tabaka mbalimbali, kanisa, familia ya mwenda zake ukiongozwa na mama mjane, Mama Betty, waombolezaji wenzangu. Kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya Bunge la Senate, tumekuja hapa hivi leo kulia na familia na wananchi wa Malava kwa kupoteza kiongozi wao. Tunajua ni wakati mgumu ambao mnapitia. Mheshimiwa Malulu hakuwa tu rafiki wa Bunge la Kitaifa, lakini alikuwa rafiki mkubwa wa Bunge la Senate. Kwa hivyo japo familia imepoteza, lakini hata sisi kama Bunge la Senate tunahisi uchungu huo. Tumekuja hapa kuwapatia bega la kuegemea wakati huu mgumu. Kwa mama mjane yetu ni maombi. Ukiangalia na kusoma ile taarifa ambayo iko katika vitabu vyetu, ni kwamba Mheshimiwa Malulu alikuwa na sifa nyingi sana. Na ikiwa kuna mtu ambaye anatashishi ya kwamba unaweza kuwa mwanasiasa na vile vile uwe mwaminifu, jibu lako liko ndani ya maisha ya ndugu yetu ametuacha hapa. You can be a politician and still be an honest man. That is Malulu for us. Mama mjane na watoto wa mwenda zake, yetu ni maombi kwamba Mwenyezi Mungu awafariji. Na mimi ningependa kuwapeleka kwenye maandiko matakatifu ambao Mungu anatufariji, hususan katika kitabu cha Isaya 41:10 ambayo inasema kwamba usiogope, mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, nitakusaidia na nitakushika na mkono wangu wa kulia wa haki. Maneno haya tunaachia familia wakati huu mgumu. Mwenyezi Mungu, uwepo wa Mwenyezi Mungu uwe nanyi, awapatie nguvu ili angalau wingu hili japo zito Mwenyezi Mungu alifanye jepesi na aliwaepushe kwa uharaka. Kwa hayo mengi, may the good Lord rest the soul of our departed brother in eternal peace. Asanteni sana. Wapi makofi ya spika wetu wa Seneti? Asante. Mheshimiwa Rais, niruhusu wakati huu nimkaribishe Spika wa Bunge la Kitaifa, Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, aje atoe rambirambi zake, alafu baadaye atamkaribisha Mheshimiwa Musalia aweze kukaribisha. Karibu sana spika wetu. Asante sana Mheshimiwa Rais, Mama Betty na watoto wako, jamii ya rafiki yetu ndugu yetu Malulu Injendi, kanisa letu la Katoliki, waheshimiwa viongozi wote mlioko hapa na waheshimiwa wananchi.
Jana tulikuwa hapa na tuliongea mambo mengi sana kumhusu Mheshimiwa Malulu na kutuhusu sisi wenyewe na jamii zinazokaa hapa. Leo tutakuwa wafupi kwa maneno kwa sababu lazima ndugu yetu afike mbinguni kabla jua halijatua. Mheshimiwa Malulu Njendi ni mbunge shupavu kwa kazi yale amefanya hadi kufa kwake. Mumeambiwa vile amekuwa mwenyekiti mdogo wa kamati ya elimu na amefanya kazi mzuri sana. Jana niliwaambia kwa miaka 12 faili yake katika bunge haina dosari yoyote, hata siku moja spika kumwambia you are out of order. Amekuwa mbunge mwadilifu, mbunge mchapakazi. Tulikuja hapa mwaka jana kumfanyia harambee kubwa kwa kanisa la Katoliki hapa Malava, na wakati huo ulikuwa unaweza kuona huyu ni mtu ako karibu sana na watu yake. Akina mama, vijana, wazee wote walikuja, tulikuwa halaiki ya watu. That was our last public function with Mheshimiwa. Kule bunge yeye amekuwa ni mshauri wa kila mtu, hata spika. Asikisikia nena anakuja polepole na kueleza, anaenda kazi yake. Tukiingia bunge huwa anakaa katika karibu na mlango. Niliwaambia jana spika akiingia katika procession, nikipita karibu na ya kula amesimama, anaanza kusema Papa wa Roma, Papa wa Roma, Papa wa Roma. Alafu tunapita tunaenda kufanya kazi yetu. Wacha niseme tu maneno mawili au matatu kwa sisi wananchi wa hapa. Mumeambiwa mambo ya SHA ya matibabu. Nataka kuwaomba wananchi ambao hamujiandikisha jisajili, mujiandikishe ili muweze kubenefit. Kwa sababu unajua hata wewe ukienda kununua kiatu mpya itafinya mguu kuliko ile kiatu ya zamani. Alafu utaanza kufikiri ile kiatu ya zamani ndio mzuri na ile mpya umenunua ndio mzuri. People don't adopt to change quickly. People don't appreciate change. Lakini mimi nataka kuambia bili ya Mheshimiwa Malulu kule hospitali imekuwa kubwa sana. Ikazidi ile bima ya bunge. Lakini bima ya bunge ikachukua ex gratia payment, ikatoa bili yote. And if the insurance of parliament can pay bills up to ex gratia level, it can also pay for you mwananchi up to ex gratia level. Ile tunawaomba tu tusiangukie story ambazo si mzuri. Juzi nimekutana na vijana, mmoja akaniambia hiyo kitu haifanyi. Nikamuuliza umejiandikisha kweli? Akasema hapana. Sasa unajuaje kama haifanyi na hujajiandikisha? Hiyo tu ndio tunawaomba. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, jana tulipokuwa hapa maneno mingi sana yalisemwa kuhusu urafiki yako na Mheshimiwa Malulu Njendi, ambayo kila mtu anajua. Amekuwa rafiki yako mkubwa sana. Kuna miradi mingi hapa amefanya na kuna mingi zaidi haijafanywa. Tunakurai ushikilie hii constituency, those that you can get done to have them done. Pia jana niliwaambia, nataka kurudia, hatuna IEBC sasa mpaka kwa miezi kadhaa ijayo. Kwa hivyo hamtakuwa na nafasi ya kuchagua mbunge mpya hivi karibuni. Lakini sisi kule bungeni
na viongozi wenu wa hapa kina Shinali, mwenyekiti wa wabunge wa Kakamega, tutahakikisha miradi na kazi ya CDF inaendelea. Mambo ya basari za watoto kutoka CDF inaendelea. And we are going to make sure we have a caretaker team to help the management of this constituency, ili tusiwe na pengo la kuumiza mwananchi wa kawaida. Leo vile tumekaa hapa, nimefurahi sana. Wabunge wetu, viongozi wetu, nyinyi wananchi, today you have behaved the way I've always prayed we should. Today mumekuwa watu wastaarabu, watu wa heshima, watu wa kujiheshimu na kuheshimu wageni. And that is what it should be. Na nataka kurudia yale nilisema jana. Tusiwe jamii ya kupeleka uchi wetu katika matanga na kwa hadhara. Tuwe jamii ya kujiheshimu vile mmefanya leo, na watu wa Malava na watolea kofia. This is what should be emulated everywhere. Mtu wa heshima kama huyu amelala, lazima azikwe kwa njia ya heshima. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais, hii region yetu yote inaguza miwa. Hapa hii constituency peke yake ina factory 2, Butali na Kabaras, or West Kenya. Tunaomba tuharakishe ile Mumias na Nzoia na ile ingine iko kule Naitiri, we complete the cycle so that our people can get the full benefits of cane farming. Na ile mwenendo tumechukua ya kusaidia Nzoia, kusaidia Mumias, ili ziwe zinaleta faida kama hizi za hapa, ifanyike ili wananchi waweze kufaidika. Sisi kama bunge, jamii ya bunge, Parliamentary Service Commission ambayo ninasimamia, tulitembelea mama na watoto wake na tuliambia yale yote, the benefits that are due to Honorable Malulu Injende and his family will be fast-tracked to help the family. Na wananchi wa Malaba, ikifika wakati ule, mutapewa nafasi kisheria na kikatiba kuchagua mlinzi wa hii constituency. Mututafutie mtu mwenye hekima, mwenye heshima na mwenye maono na mchapakazi kama Malulu Injendi. Murio munoko wela mulindeko musabile Malulu Injendi nekola yo akhezi yako mala kijana, akhezi yako soita shitanda, akhezi yako papa muliro ababola lukendo nlo khulikho nekhuikhebukhani yokhwamale ikhukhilani yekhokhucha. Murio muno wacha sasa nimwalike ndugu yangu Musalia naye akuja ombolezi. Asante sana wakuu wetu wa kanisa, Bishop Obanyi na pia Bishop Sulmeti, Bishop mstaafu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Honorable William Samoei Ruto, Mama Betty na familia yako na jamii na viongozi wote ambao wako hapa na waumini, waombolezaji, marafiki na watu wa Malava, Mirembe. Mirembe ja Malulu Injendi. Kabla sijasema lolote, Mheshimiwa Rais, kuna mzee wetu wa heshima ambaye pia ni Secretary General wa wafanyakazi katika taifa letu. Kwa heshima yako, waacha nimpatie dakika moja aomboleze rafiki yake. Mheshimiwa Atwoli.
Thank you very much, Wycliffe. Mimi nitakuwa kwa ufupi sana. Tambua wachungaji, bishop wetu, baba askofu, na baba askofu retired, pale pia alikuwa mwalimu wangu. Mheshimiwa Rais na speakers wetu wote ambao wako hapa, Mheshimiwa wabunge, masenators, MCAs ambao wamekuja kujiunga na familia ya ndugu yangu Injendi kumsindikiza. Mimi nilistuka sana kwa ajili mwezi wa Novemba mwaka jana, wakati rais ulikuwa Huisero kwa function ya Church of God, Mheshimiwa Malulu, Governor Lusaka na wabunge wengine ambao tulikuwa nao, Mboko Miremba na wengine, waliandamana na mimi mpaka kwangu nyumbani. Tukawa na furaha, tukaongea. Mheshimiwa Injendi katupa wasia, katuambia mambo ya maana. Baadaye mimi naondoka kwenda kwa kazi ya wafanyikazi kule London. Nikiwacha ameingia hospitalini, nimemuona Governor Barasa akisema anaendelea vizuri. Nikiwa Ulaya nasikia tumempoteza mheshimiwa. Nilipigia Wangwe, Mheshimiwa Wangwe, nikamuuliza ni kweli ama ni uongo hii maneno nasikia. Kaniambia ngoja nitakupigia baadaye. Baadaye akathibitisha kwangu tumempoteza mheshimiwa. Huyu anaelala ni mtoto sana kwa jamii yetu. Mtu alizaliwa mwaka wa 66, ni mtu mdogo, angelikaa nasi, lakini kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu ametuondokea. Mimi mnavyofahamu, mimi sio mwanasiasa. Mimi ni kiongozi wa wafanyikazi hapa nchini na ulimwengu mzima. Saa hizi ningelikuwa niko nje, lakini nilichelewesha safari yangu kwa ajili ya kuja kuomboleza mheshimiwa ambaye mimi nilikuwa naamini if there is any politician anywhere in the world that will have to go to heaven, Malulu Injendi ameenda mbinguni. Mtu ameishi vizuri, no controversies, hakuna upishi wowote ama kuleta siasa ya mgawanyiko kwa watu wetu. Hata wengine sisi, wakati tulipokuwa tuko kwa Azimio, Malulu Injendi alikuwa anaongea na sisi. Rais, umepoteza mtu wa kutegemea katika area hii, na mimi nataka kukushukuru na timu yako yote kwa uzito uliotilia kuhakikisha ya kwamba haya mazishi yanafanana namna hii. Na Wycliffe pamoja na Moses Wetangula, mimi nataka kushukuru nyingi. Ni ukweli kabisa ya kwamba wabunge wetu na viongozi wetu wamepeana hekima ya ajabu. Mimi kama mzee wa area hii sijaona hekima ambayo wabunge, MCA na viongozi wa kisiasa wa area hii wamempa Injendi. Sijaona wale wanaingiaga na magrupu, wale wanafanya nini ama ubishi na grupu ya watu. Hii heshima iendelee kuwa namna hivyo nikiwa mzee wa hapa. Na mimi nataka kuambia sasa hivi ya kwamba sisi kama jamii, nataka kushukuru watoto wa Malulu Injendi. Wamewagusia nyinyi. Na bana hapa mmanye baerere ikari kariyo. Nembe ndo mkabarasi nomba bandu bakabarasi. Mba mpara shile mbaranga. Mwakarebero mshere wa Malulu utonyere. Wabaye sio mwana amare miaka cha Malulu yaka marine mpala meni. Mutafanya hivyo? Ni mukora muri abantu be maraba. Mudakona muriyo? Yaono wakuli. Yaono mzatu olali. Murere luwangu. Na saa walinde kwa niaba ya wafanyikazi wale naongoza.
kwa niaba ya watu wetu wa Mlembe, kwa niaba ya watu wote ambao wamekuja hapa katika eneo letu hili la Mlembe, mimi naambia familia poleni, poleni, poleni sana. Na mtukufu rais, kuna wakati nitarudi hapa kwa ajili niko kwa kamati ya SHA, nitakuja kuelezea watu wetu ni wapi tunaenda na njia ni gani tunaweza kufanya ili tusisikie haya makelele tunasikia. Mimi najua pahali haya makelele inatoka, na mimi ndio naelewa kwa ajili nimekaa kwa hizo kamiti kuanzia NHIF mpaka sasa. Mimi ndio najua kiini, mimi ndio najua siri ya kelele. Mungu awabariki. Mwisho nikikaa, msiwe na wasiwasi yeyote. Huyu Wycliffe, Moses, mimi nawajua sana, wamejua pahali tunaenda. Asante sana Mzee Atuoli. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi nitambue wafanyikazi wako wa serikali wachache. Kuna PS Dr. Beatrice Nyangala, asimame apunge mkono. Kuna PS James Muhati, asante sana. Kuna PS Dr. Raymond Omolo, asante. Kuna Professor Edward Kisiangani, very good. Na kuna Madam Susan Mangeni, asante sana. Vile mulisikia hapa awali, Mheshimiwa Oparanya yuko kule Washington DC kwa kazi, lakini alikuwa amepitia hapa na akatoa rambirambi zake kwa jamii. Mheshimiwa Rais, jana tuliongea, kwa hivyo sitakuwa na mengi ya kusema. Ndugu zangu na dada zangu wa Malava walinisikiza, na pia jamii, familia, Mama Beatrice na watoto wake wamesema, na hata kuongezea sasa ni kuharibu. They spoke so powerfully, they delivered all the messages that we could deliver, and they delivered better than we can imagine we can do. Kwa hivyo tunakubali hapo, na tunasema kwamba ndugu yetu Malulu, Mungu azidi kufariji familia yake, na tena katika vile tunasoma kwa Biblia, roho yake iwe pahali pema mbinguni. Mheshimiwa Rais, agenda ambayo wamesema ni ile unfinished business. Malulu alikuwa rafiki yako, ndugu yako, so I'm sure you'll know what to do with the unfinished business ya Malava. Jambo langu lingine ni kwamba kwa niaba ya eneo hii nataka niseme asante sana. Shukrani kubwa kwako. Kwa kimombo wanasema a friend in need is a friend indeed. Mheshimiwa Rais amesimama na familia hii. Hata jana wakati tulisema tuna barua yake na spika, tulipeana ujumbe kusaidia familia, tuachane na hile ya kamati, lakini tulipeana kutoka kwa rais shilingi milioni 2 kusaidia familia kutoka kwa rais. Kwa hivyo amejitokeza vilivyo kusaidia ndugu yake, kusaidia familia ya ndugu yake. Mr. President, we can only say thank you for standing with your people all times.
Kwa mambo ya kisiasa, mumesikia areas of the health sector, mumesikia jana nilizungumza mambo ya elimu. Pia kuna zingine wanasema, sasa walikuwa nasema mbona unaleta mambo ya affordable housing? Mbona unataka kujengea? Wamesahau kwamba kwa katiba ya Kenya kuna kifungo ambacho kinasema kwamba every Kenyan shall be entitled to decent shelter, and it is the government of the day that must make sure that there is decent shelter for all Kenyans. Sasa juzi niliona kwa gazeti Kibira inaanza kubadilika, Mukuru kwa Njenga inaanza kubadilika, alafu mtu anasema sasa hii serikali inataka kuhadaa wa Kenya kwa sababu hakuna title deeds. Sasa mimi nilikuwa nasema watu na hii porojo, when you are so blinded that you don't want to reason, it becomes very unfortunate. Kwa sababu serikali ndio inatoa title deeds. It is the government that gives you title deeds. Ukiangalia title deed ambayo uko nayo inasema imetolewa na serikali gani? So tukijenga hizo nyumba wakijenga, it is the government of Kenya which passed the law ya kuweka sectional titles, na hizo titles zitatolewa na serikali. So that person who will have bought a flat ama amenunua nyumba kama zile wanajenga Kakamega za affordable housing, even if you are not on the ground floor, even if you are on the 5th floor, the law is there to allow the government of Kenya to give you a sectional title. Kwa hivyo hiyo ilikuwa porojo ya kujaribu kumwaga maji baridi kwa huu mpango wa housing. Huu mchezo mtacheza tu, lakini sisi tutazidi kueleza wa Kenya ukweli, because there is nothing stronger than the truth. Let us be decent in our reporting. Let us be realistic in our reporting. It is governments that issue title deeds, and the government of Kenya knows precisely what they are going to do, and the housing program will continue, and those who buy will get their title deed. Kwa hivyo nimemaliza, na sasa nataka nichukue fursa hii ili sisi sote kwa njia ya kuimba wimbo ambao nilisikia tukiimba hapa, ule wimbo ambao unafurahisha, ulikuwa unapendezwa sana na Malulu. Tuimbe huo wimbo. Kama kuna kwaya ya kanisa kutusaidia, mulisikia familia ikiimba hapa, ili Mheshimiwa Rais kuja kwa jukwaa naye atoe rambi zake. Kwaya, unajua mimi sikuwa kwa kwaya sana, nilishindwa kuimba vizuri, lakini nyinyi mnaweza kutusaidia.
Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Baba wetu Askofu Obanyi na Askofu Philip Sulumeti, ndugu viongozi wote wenzangu, familia, Mama Betty, vijana wa ndugu yangu na rafiki yangu Mheshimiwa Malulu Injendi, Ryan, Melvin, Arnold, Adrian na familia nzima, wananchi wa hapa Malava na Wakenya wote, hamjambo. Malava mulembe, muli mwoyo, muli balamu, mulembe cha Malulu, mulembe cha Moses, mulembe cha Injendi. Bwana Yesu asifiwe. Basi, kwanza, kwa niaba yangu na familia yangu na serikali ya taifa letu la Kenya, naleta rambirambi nyingi kwa Mama Betty, watoto wa rafiki yangu Malulu Injendi na familia ya watu wa Malava kwa jambo hili lililotokea kwa ghafla. Vile mulisikia historia ya Malulu Injendi, sio mtu alikonjeka kwa muda mrefu, na ni mtu mwenye alikuwa na afya. He enjoyed good health for a long time. Na leo tumekuja hapa katika safari hii ya mwisho kusema pole rafiki yetu Malulu, pole kwa familia hii yake, na pole kwa watu wa Malava. Poleni sana. Huyu Malulu Injendi alikuwa shujaa wa imani na jemedari wa maendeleo. Shujaa wa imani kwa sababu kila wakati nilikutana na Malulu Injendi alikuwa amevalia rosari. Kama vile askofu alivyosema, hakuwa na aibu na Ukristo ambao alikuwa nao. He was unashamed about his faith. Vile alivyomwamini Mungu, alikuwa hana aibu yeyote. Na ndio alikuwa kiongozi mvumilivu, kiongozi mtulivu, a very humble servant of the people of Malava. Huyu Malulu Injendi, vile mmesoma historia yake, alikuwa mwenyekiti wa kanisa, na hata mara nyingi wakati tulikutana kama viongozi, na hata ikafika wakati hao viongozi wamenitembelea na imefika saa ya chakula, Malulu ndiye alikuwa anatuombea. Watu wengi walimwamini kwamba maombi yake inafika mbinguni. So mimi ni kati ya watu mashahidi wa kusema huyu Malulu alikuwa kiongozi Mkristo, aliamini Mungu na alifanya utendakazi wake kwa kujitolea. Na leo katika safari hii yake ya mwisho tunataka tuseme, our brother, our friend, a leader in this nation, Malulu Injendi, fare thee well. Umefanya kazi mzuri. Munikubalie kwa sababu huyu Malulu Injendi alikuwa rafiki wangu. Nimekuja hii familia mara nyingi. Nimeshiriki na yeye safari ya siasa.
karibu miaka 10 nikitembea hii safari na yeye. Nilikuja hapa nikamrai, akaungana na sisi katika Jubilee, akachaguliwa. Juzi akaungana na sisi katika Kenya Kwanza, akachaguliwa. And I have a history and a testimony that Malulu Injeni is a forthright leader. Nyinyi watu wa Malava, you made a good choice of a leader and a member of parliament. Mimi vile vile nimesema bila ya taswishi kwamba huyu Malulu Injeni pia ni jemedari wa maendeleo. Huyu mungwana vile mmesikia alikuwa naibu wa mwenyekiti wa kamati ya bunge inayosimamia mambo ya elimu. Kazi hiyo tumefanya kama serikali kwa sekta ya elimu. Kuna mchango mkubwa wa Malulu Injeni. Pengo tulikuwa nayo kubwa ya waalimu katika taifa letu la Kenya. Huyu Malulu Injeni na kamati ya bunge kwa ushauri wangu walikubali tuwaajiri waalimu zaidi, na wakaweka pesa kwa budget tukaajiri walimu zaidi. Kwa miaka miwili tumeajiri walimu 76,000, historia ambayo tumeweka Kenya, na kuna mchango wa Malulu Injeni katika uamuzi huo. And I must say it in this ceremony that the contribution of Malulu Injeni in the transformation of our education in Kenya is immense. Mchango wa Malulu Injeni katika mambo ya kuhakikisha ya kwamba kusipatikane mtoto wa Kenya anawachwa nyuma wakati wa masomo, mpaka ile funding model. Wakati ma university walikuwa wanahangaika, huyu Malulu Injeni ni kati ya watu walikuja wakaniambia, I have worked in a university as a registrar and I know the difficulties universities go through. Ndio tukapanga, tukawa pia na msichana wenu wa hapa anaitwa Beatrice Inyangala, ambaye ni mama shupavu. Tukaungana, na ndio leo katika taifa letu la Kenya tuko na funding model ambao watoto kutoka jamii maskini watalipiwa 95% bursary wakienda university ama wakienda TVET. Huyu mungwana amelala hapa alichangia sehemu kubwa katika hiyo harakati ya kuhakikisha kwamba kuna masomo inasimamiwa vizuri, CBC tunaidhibiti vizuri, mpaka ihakikisha kwamba kuna taratibu ya masomo ya sawasawa. Zile changamoto zilikuweko za CBC tukaziondoa kwa sababu ya uongozi na contribution yetu kama serikali, ya kamati ya bunge na Malulu Injeni akiwa vice chairman. I must say this because my friend Malulu Injeni made a mark in the education sector. Leo Kakamega hii nzima, constituency yenye iko na watoto wengi university ni constituency ya Malava in the whole of Kakamega County, because he believed in education. He worked on education. He made sure that there was leadership that would produce more men and women to join academia. Na ndio leo tumekuja hapa kwa heshima kubwa kumwenzi, kumshukuru na kumsindikiza katika hii safari yake ya mwisho.
Nasema Malulu ni shujaa wa maendeleo kwa sababu wakati nimeshikana na yeye kwa miaka karibu 10, kuna mambo mengi tumefanya katika Malava hii kwa uongozi wake, na kwa makanisa hakuwa na ubaguzi wowote. Nimetembea hii Malava kufanya harambee za kanisa tofauti tofauti. Hata wakati mmoja aliniletea watu wa Holy Spirit ama wanaitwa wale wakakuja mpaka kwangu na wakanilazimisha ninunue gari. Akaniambia hawa watu ni watu wa bottom up, nunulia hawa gari wainuke, na ni watu wazuri. So he was a true Christian. Alikuwa kiongozi wa kanisa wa kweli. Huyu Malulu alishirikiana na mimi wakati alikuja akaniuliza, kwa hii Malava, mbali na ile barabara kubwa inakata hapo ikienda Bungoma kutoka Kakamega, hakuna barabara ingine hapa. Na akakuja akaniambia tujenge barabara hiyo ya kutoka Ikoli, Kimangeti kwenda Malava. Wengi hawakuamini itatendeka hiyo barabara. Leo barabara hiyo imekamilika, imebaki tu sehemu kidogo kutoka Kubasali pale mpaka Ikoli, kilomita 3 peke yake. Na hiyo mimi nitakamilisha. Ni kweli ama si kweli? Ya pili, Malulu aliniambia vile vile ya kwamba usiponitengenezea barabara upande ule mwingine, siasa yangu itaharibika. Na akanirai, akaniambia pia ili ikamilike tutengeneze barabara ya kutoka Malava iende Samisi iungane na Bakolo. Si ni kweli? Na hiyo barabara tayari, sikizeni watu wa Malava, tayari tumetangaza kandarasi. Tunafunga hiyo kandarasi mwezi huu, na mwezi wa April hiyo barabara tunaanza kujenga kutoka pale Malava kwenda, tunaelewana? Kutoka pale Malava kwenda Samiti tutaunganisha na ile C41 ikae sawa sawa. Mnanielewa jameni? Vile vile huyu Malulu mwaka uliopita, actually 2023, tukazungumza na yeye, akaniambia hii Malava ni constituency kubwa na maji ni shida. Mnakumbuka nilikuja last year, tukaanzisha maji ya watu wa Malava ambayo inaendelea saa hii, imefika 40% inaendelea. Hiyo maji lot 1 italete maji hapa west, itatuletea maji south, na italete maji Chemuche. Hizo wards 3 tapata hiyo maji hapa. Lot 2 ambayo inaanza pale inaitwa na Magara ama inaitwa nani? Hiyo lot 2 inalete maji Butali na inalete maji na Macha. Hizo constituency mbili, hizo wards mbili. Ile lot 3 ambayo inaendelea saa hizi, lot 3 inapeleka maji Chekulo na inapeleka maji west. Hiyo ni mpango ambayo Mheshimiwa Malulu Njendi aliniuliza, na saa hizi inaendelea hiyo kazi. Ile mimi nahakikishia watu wa Malava ni kwamba kwa heshima ya huyu ndugu waliyelala hapa, hiyo barabara nimesema na hii maji nimesema tutakamilisha.
Jambo la tatu, vile kijana Ryan hapa amesema, tulikuwa tumekubaliana na Malulu kwamba hii Malava bado iko giza sehemu nyingi, si ni kweli? Na wakati nilipanga mambo ya stima na nilikuwa hapa juzi, tukasema hii Kakamega kwa sababu ni kaunti kubwa, tuweke pesa ya kutosha, na tumeweka pesa shilingi bilioni 3 ya Kakamega, na kwa hiyo bilioni 3 shilingi milioni 320 inakuja hapa Malava. Na vile mulisikia ikisemekana hapa, manyumba ambazo tunapangia kuunganisha stima, na hiyo kazi hii mwezi hii tumemaliza procurement, contractor yuko, tumemaliza drawings, tumemaliza hizo mambo ingine yote. Tutahakikisha kwamba nyumba 4,000 ya watu wa Malava itapata stima, karibu watu 15,000 watapata stima manyumbani kwao. Hiyo pia kwa heshima ya huyu ndugu nitahakikisha imekamilika, na mimi mwenyewe nitaipatia personal supervision to make sure that it happens. Watu wa Malava, mnanielewa? Jambo la 4 ambayo Mheshimiwa Malulu aliniuliza ni hostels ya Shamberere, kwa sababu kuna wanafunzi wengi pale, na hostels ya county hizi nzima. Hao wabunge watawaeleza. Tuko na program tumeweka katika supplementary budget, itapitishwa maybe next week or the week after. Ikipita hiyo supplementary budget, tunatangaza tayari kuja kujenga hostels vile my friend Malulu Injendi alitaka kwa vijana na wananchi wa hapa Malava pale Shamberere. Vile vile wakati nilikuja hapa alikuwa ameniuliza kuna shule ya nyumbani karibu naitwa Friends Lugusi hapa somewhere, si ndio? Na akaniambia nimesikia ukipatia wengine bus, patia hii shule bus, tafutia. So watu wa Malava, bus nimetafuta. Kama si Friday, Saturday mtakuwa na bus hapa ya shule ya Lugusi. Again, ni kwa sababu ya heshima ya ndugu yangu Mheshimiwa Malulu Injendi. And I want to say to the family, hii familia ya huyu ndugu yangu Mheshimiwa Malulu Injendi, mimi sikuwa rafiki tu ya Malulu Injendi, nilikuwa rafiki ya familia yake. Nimekuja hapa, mama ametutengenezea chakula, sio mara moja. Hawa vijana wote mimi nawajua. Na kwanza wewe Melvin, kuna mahali ulitokosea na mzee, na tulikuwa tumekupangia bahati yako, kwa sababu mzee sasa hayuko. Kwa sababu tulikuwa tukuja hapa na mzee tukupangie maneno, pengine hata tukuchape kiboko, kwa sababu kuna mahali umetuangusha na unajua ni mahali gani hapo ulituangusha. Lakini sasa kwa sababu mzee amesafiri na mimi ndio nimebaki, nitawacha kiboko, nitakupanga sasa ukae sawa sawa, si ndio? Na pia nimeuliza mama hapa Betty, mama Betty, nikamuuliza mama Betty, nimesikia kuna Wamboi amefika, kuna Chawa amefika, ilifanyika maneno hii lini na sijasikia? Akaniambia mambo bado, hawa watu wamenyemelea watoto wa wenyewe wakalete tu. Sasa nikaona huyu Arnold anasoma hapa, anasema
mama, they got married in a wedding, colorful wedding in Rongai. Sasa wakati hiyo maneno inasomwa ya colorful wedding, na wewe umlete mtoto umepitia kando hapo ijafanyika hiyo, wewe unafikiria nini? So nimekubaliana na mama hapa, hawa vijana tutawapanga. Tupeleke mahali mao watoto wametoka, ndio tuwapangie vizuri, wakuje watuzalie Malulu na wale wengine tusonge mbele. Si ndio? So hawa vijana mama wakijaribu kukusumbua unanitafuta. Mimi nikuje niwanyoroshe. Sema hiyo. Mpaka wakae laini kabisa, wakae sawa sawa, ndio wasiaibishe huyu rafiki yangu mwenye amelala hapa. Wakuwe ni watu wenye nidhamu, people with humility and forthright citizens of the Republic of Kenya. Mwisho kabisa, kwa watu wa hapa Malava na Kakamega, mara ya mwisho nilikutana na huyu ndugu ilikuwa ni tarehe 2 Januari mwaka huu. Nilikuwa nimetembea hapa Kakamega tarehe 2, na Malulu akakuja, tukakutana pale State Lodge na viongozi hao wengine. Siku hiyo ndio nikaona kidogo alikuwa amelegea. Nikauliza iko shida gani? Akasema kidogo niko na fatigue, lakini I'm okay, nitakuwa sawa. Lakini bahati mbaya, baadaye wakati niletembea hii Kakamega hapo Januari karibu hapo, so hakuweza kuja pamoja na sisi kwa sababu alituma ujumbe kwamba ako hospitali. Wakati nilipata huyo ujumbe, nikakonsult na speaker wetu, kaambia sasa huyu mbunge wako tutafanya namna gani? Ndio tukaamua tutume huyu Bidii na Bwera pamoja na Bernard Shinali waende wamwangalie hospitali na Wangwe. So wamefanya kazi mzuri, wamemchunga vizuri. Bahati mbaya Mungu alikuwa na mpango tofauti. Lakini hata na hivyo, hiyo tarehe 2 hapa Kakamega tuliongea mambo mengi na viongozi wa kaunti hii ya Kakamega, kwa sababu niliwaeleza mwaka huu ni mwaka wa kazi. Miaka miwili ambayo ilikuwa mbeleni ilikuwa ni kazi ya kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu tulikuwa na mambo mengi. Nikamwambia sasa mwaka huu ni tujenge barabara, tuunganishe stima, fanye program hii ya maji, na tusongeshe mambo ya kilimo iweze kusonga mbele. Mimi nataka niwaeleze watu wa Kakamega ya kwamba tumekubaliana na viongozi wa kaunti hii na region hii nzima ya kwamba tutahakikisha ya kwamba hii Western Kenya haitabaki nyuma tena kwa mambo ya maendeleo. We're going to make sure. Na ndio sababu hiyo nimesema tumetengeneza ama tumetangaza kujenga upya barabara 5 new roads ambazo zitajengwa hii Kakamega. Kuna hiyo barabara ya Malava kwenda Samiti na upande ule mwingine mpaka Navakholo. Hapa tuko na barabara ya kutoka pale Malinya, mahali watu wanapiganisha ng'ombe, Malinya iende Eregi, alafu ifuke ng'ambo iende Chafakali. Hiyo barabara tumetangaza na tutajenga. Vile vile tumekubaliana hapa Lugari barabara ya kujenga ya kutoka Majengo, ECD iko hapo inaitwa Majengo, iende Mwamba na iende Tarbo. Pia hiyo tumetangaza, inafungwa mwezi huu, inaanza kujengwa mwezi ujao. Vile vile
nilikuwa Khwisero, na nilikuwa Ikolomani, na nilikuwa Butere. Viongozi wa pale wakaniambia kuna barabara ilikuwa pale ilikuwa imekwama. Nimeenda nimetafuta contractor, alikuwa anadai milioni 90 million, nimemlipa. Sasa atarudi hapo kuja kutengeneza hiyo barabara ilikuwa imekwama. Barabara hiyo inatoka Luunza hapo, inaenda Shiraa Market, inaenda Ikolomani Market. Alafu haikomi hapo, alafu kuna ingine inatoka Manyulia inaenda Dudi. Hiyo pia iko katika hiyo mpango ya kukamilika. Alafu pia iko ile inatoka Ikonyero inaenda Akatsa. Hata hiyo pia ni ya kutengenezwa. Alafu wakati nilikuwa Butere, huyu miradi akaniambia ile barabara ya kutoka Khwisero kwenda Eshabinga, hiyo barabara pia nimeweka pesa, itatengenezwa vile niliahidi. Ninyi mnanielewa? Alafu pia huyu Bidii na Bwera, huyu anaitwa Nabii, huyu prophet Nabii na Bwera pia amenipigia makelele hapo kuniambia wewe ni jirani, lakini sasa hujapanga vizuri namna hii. So nikamwambia hii ya majengo kwenda Mwamba mpaka Tarbo haitoshi. Akasema haitoshi. So tumetangaza ingine ya kutoka Tarbo kwenda Panpepa kwenda Makutano iteremuke mpaka baadaye iungane na Sihendu ngambo ile, pitie Tongaren ndio iende Sihendu ngambo ile kwa Bungoma. Si wewe Nabii uliona imetangazwa? Si imetangazwa barabara boss? Very good. Sasa wewe fuatilia maneno hiyo, nimetangazia raia, usifanye sasa tukaanguka tena, hiyo siwezi kubali. Ama namna gani jameni? Tunaelewa namna hiyo? Unajua kuna mtu hapa alisema sijui namna gani mungenitafutia bibi pande hii. Sasa kwani hamjui bibi kwani mnafikiri ile Rachel ametoka wapi? Si ametoka hapa Likuyani? Na unajua ndio huyu mtu innocent, huyu Mugabe ananisumbua kila siku, ananiambia unajua sisi tulikupatia bibi, bado hujafanya sijui hii, bado hujafanya ile. So ndio hata aja juzi nikaamua ndio huyu mtu awache makelele. Nikasema niweke milioni 300 kwa barabara inatoka Mapera kwenda Kongoni iende mpaka Fafaro pale kwa nini. Si wewe Innocent umeona hiyo barabara vile imewekwa kwa pesa wewe? Innocent ni sawa hiyo? Very good. Sasa kelele mingi uache kunisumbua. Ama namna gani jameni? Si maneno ndio namna hiyo. So ile kitu mimi nataka tu niwahakikishie watu wa hii Kakamega. Sawa sawa? Mulisema muliwacha nyuma siku hiyo ingine. Lakini sasa kwa sababu mimi niko hapa na mimi ni shemeji, hii kazi yenu hapa nitanyorosha mpaka ikae sawa sawa. Ile mimi naomba hawa ndugu zangu viongozi ni tushirikiane na tufanye kazi hiyo kwa pamoja. Wakati nilikuwa hapa pia hapo kuna huyu kijana anaitwa Freddy Kana, na ni kijana mzuri. Kaniambia kwamba hiyo barabara ya kutoka airport hapo airstrip kwenda Shinyalu Chepsonoi, akaniambia inataka itengenezwe. Mimi nimeshatafuta pesa ya kutengeneza hiyo barabara, contractor ametangazwa. Sasa wewe Fred, hiyo barabara nitakutengenezea na watu wa Shinyalu ndio tuunganishe hii Kakamega ikae sawa sawa.
Mnanielewa watu wa Kakamega? Nimesema mambo ya maendeleo kwa kirefu kwa sababu nataka muelewe, na mimi nataka mjue ya kwamba Kakamega haiwezi kubadilikwa ama kubadilishwa kwa makelele ama fujo. Hii Kakamega itabadilika kwa miradi na mipango ya maendeleo. Mnanielewa? Yes. Hiyo ndio barabara ambayo tutafuatilia, na mimi nashukuru viongozi wa Kakamega wakiongozwa na huyu gavana wetu huyu Italanyi, mnasema ni Italanyi, huyu Baraza na viongozi wale wengine wote, senata wenu wakiweko, mama county na viongozi wale wabunge wote, tumekwisha kubaliana ya kwamba ya muhimu Kakamega hii ni ile maendeleo ilichelewa, tuharakishe. Sijui kama tunaelewana watu wa Kakamega. Hii Western Kenya hii, mambo matatu ya muhimu ni hizi barabara tuzijenge, tuunganishe stima, kwa sababu stima inatusaidia kwa kuweka mwanga kwa manyumba ya wananchi, inatusaidia kwa ile ICT hubs ambazo tutakuwa nazo hapa ya kupanga ajira ya vijana wetu, itatusaidia kwa mambo ya viwanda kusukuma hii dunia isonge mbele. Na ya tatu na ya muhimu pia ni mambo ya kilimo. Munisikize vizuri watu wa Kakamega, mambo ya kilimo. Na hiyo kilimo kuna mambo muhimu mawili ambayo nataka mtilie maanani. Serikali ya Kenya tumerahisisha na kupunguza bei ya mbolea. Hapa Kakamega nikiongea na nyinyi sasa, tuko na magunia 52,000 ya mbolea. Mumenunua 28,000 peke yake, imebaki 52,000 na msimu wa kupanda ndio huu. Pia tuko na ingine ambayo inakuja mwezi ujao, na nimesema Kakamega waongezewe, ndio muweke mambo ya sukari, muongeze maneno ya ile ingine yote, kilimo yote, tuongeze mapato ipatikane. Mnanielewa Kakamega? Mtajipanga na mambo ya kilimo? Leo mkisoma kwa mambo last week, mimi niliwaahidi ya kwamba vile tunafanya Mumias kuhakikisha kwamba wafanyikazi wanalipwa, wakulima wanalipwa na iko bonus, ndivyo tutafanya Nzoia, ndivyo tutafanya Chemelil, Muhoroni na Soni. Hiyo leasing program last week tumetangaza, na leo mkiona gazeti ya leo tumetangaza leasing program ya the remaining 4 companies, ndio tuhakikishe ya kwamba mambo ya kilimo ya sukari tunainua hii Western, kwa sababu ndio itatusaidia kuhakikisha ya kwamba uchumi wa sehemu hii na mapato ya watu wa sehemu hii inaongezeka. So I am very clear where we are going. Mwisho kabisa, mumesikia hapa mama akisema bili ya hospitali ya huyu shujaa amelala hapa ilifika milioni 9 plus. Kama tungekuwa tunakuja hapa kufanya harambee ya kuchangia Malulu kwenda kulipa bili hospitali, si tungehangaika ajabu? Lakini amelipiwa na bima ya afya. Na ndio mimi nataka niwaulize watu wa Kakamega, vile nawauliza Wakenya wengine. Hapa Kakamega watu wamejisajili ni 1,580 kati ya watu 1.8 milioni.
Out of 1.8 million people in Kakamega County, only 580 have registered. Bado kuna watu 1,100,000 na karibu 300,000 ambao hawajajisajili. Na hawa ambao hawajajisajili ndio wanaongea. Wanaongea. Sasa wewe, mtu ya Kakamega, please, nakuomba. Tunaelewana jameni? Mimi nataka kwanza Kakamega ipate kila mtu ajisajili. Kwa sababu mpango yetu ni kwamba vile Malulu amelipiwa bili ya hospitali ya milioni 9 na bima ya afya, pia na wewe mwananchi wa kawaida, pia na wewe tunataka ukiwa mgonjwa siku moja, pia bima ya afya ya serikali ikulipie vile tumelipia Malulu Injendi. That is where we must go. Hii makelele mnasikia kwa hii mitandao na nini ni watu ambao walikuwa wanaibia sisi siku ya NHIF. These are brokers. Iko sijui, iko shida. Hata niliona juzi wakisema ati serikali itatumia bilioni 100 ati kwa system. Kwani wanaona sisi ni watu wazimu? Hakuna senti ya serikali itatumiwa kulipa system yeyote. Because we want to sort out the problem of fraud of the past. Pesa nyingi ambayo ilikuwa inakusanywa na NHIF iliibiwa na matapeli na wakora ambao walikuwa wanajifanya wako na mahospitali. Fake claims, fraudulent claims consumed almost 40% of the money that was being raised by NHIF. Na hiyo haiwezi kufanyika mimi nikiwa rais tena. It will not happen. Na ndio sababu nimefanya consortium kubwa. Tukasema we are going to have a consortium of technology companies that is going to make sure that there are no fraudulent claims in SHA. And they are going to make sure that that system will not be paid for by the government of Kenya. It will be a fee-for-service facility that will make sure that we protect citizens' contribution. The people who are complaining are the fellows who have been stealing from us. They don't want a technology system that works because they want to continue stealing from us. I want to tell them the stealing is over, my friends. Move on. Hakuna tena pesa ya umma itafujwa kwa mitandao, hata mujaze makaseti, makaratasi na nini marangapi. Hati ndio mtulazimishe turudi nyuma kule kwa NHIF muendelee na kuiba. Hii haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Sikizeni. Hapa mko na dispensary inaitwa Malichi. Ama inaitwa nini? Hapa. SHA sasa itakuwa inalipa pesa direct inakuja hapa Malichi. Kwa sababu shida ya Malichi hapa ni kwamba unaenda huko hakuna dawa. Lakini going forward pesa ya SHA itakuwa inalipwa iende kwa county, hapana, itakuwa inakuja kwa hospitali ya kijiji hapa kwenu. Na kamati ya kusimamia hiyo kijiji hospitali yenu ni yenu hapa nyumbani. Tutawasaidia to make sure that kila mwananchi anaenda kwa dispensary hapa, anaenda kwa zahanati, tunalipa pesa ya serikali kuhakikisha ya kwamba every citizen that is served in every facility, we are going to pay them. And we are not going to give free money as was being done under NHIF to hospitals without accountability. We are only going to pay for services rendered. And there will be no more guesswork. Hapo kwa guesswork ndio watu walikuwa wanaficha mambo mingi, ndio hawa wanaendesha porojo mingi kwa magazeti. But we are firm, we are focused because we want a country where health care
is not the preserve of the rich and those who can afford or those who have jobs. We want healthcare to be the right, as it is in the Constitution, of every citizen of the Republic of Kenya. And that is my commitment as President, to make sure that I live up to the constitutional mandate and requirement for Kenyans to get the highest possible healthcare as it is in the Constitution. Mimi nawaomba wananchi wa hapa mjisajili, na tutahakikisha ya kwamba ile fraud na ufisadi ambayo iliendelea huko kwa NHIF haiwezi kuendelea tena. That is the reason why we have a new system. Na ndio sababu leo hatuna matatizo na kulipa gharama ya huyu muungwana, kwa sababu tuko na bima ya afya. Na hiyo bima ya afya, nyinyi kama wananchi wa Kenya mjue, sio hawa na sisi ambao tuko na uwezo peke yake ambayo tunastahili kuwa na bima ya afya. Katiba ya Kenya inasema kila mwananchi apate bima ya afya. That is what we are doing. And I want to encourage you, all of us, to work together. Nashukuru Governor Barasa kwa sababu tunashirikiana na yeye. Tuko na community health promoters, CHPs, karibu 4,000. Walikuwa hawapati chochote mbeleni, sasa tunawalipa na wanatusaidia kufanya mambo ya afya yaanze pale mashinani, ndio tuweze kusukuma mambo ya afya kwenda mbele. So Kakamega na Malava, sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niwaambie asante sana. Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba hii Malava siwaachi, tuko pamoja. Kwa heshima ya huyu rafiki yangu kiongozi huyu, nitatembea na nyinyi hii safari. Na kwa sababu vile vile nilishaweka sahihi kamati ambayo inatafuta new commission ya IEBC. Naomba wale wanahusika waharakishe ndio tuwe na IEBC mpya, wananchi wa Malava wapate nafasi ya kuchagua mwakilishi wao akuja aendeshe kazi hiyo, mimi nikimsaidia. So Mama Betty na vijana watoto wako, wafanye wedding. Hatutaki hii ya come we stay, hapana. Pa kupanga kitu mzuri. Sina hiyo vile baba yenu alifanya. Na mama, sasa utasimamia hii familia na vijana hawa, na tutakusaidia, na Mungu pia atakuwezesha, na Mungu atawafariji kama familia. So mimi nataka niseme asante sana to my friend Malulu Injendi. Fare thee well. Na kwa familia, Mungu awajalie na afariji, na kwa watu wa Malava tutakuwa pamoja. Thank you very much and may God bless you. Thank you. Tumpongeze rais kwa makofi tafadhali, na niombe